Jesus. We speak, pray that the presence of God will be together with us. The eloquence of God will be together with us. The coordination of God will be together with us. We pray for sane mind, oh God. We pray, dear Father, that you're going to be together with us. Now we pray that the presence of God will hover around us, will cover us and be together with us. We worship you and give you all the glory. We appreciate you, dear Father, because you are a good God. You are a dependable Father, and we can depend on you this morning. We appreciate you, dear Lord, and we love you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and give thanks. Let us appreciate the Lord. Asante sana. Let's appreciate God with a clap once again as you take your seat. Now I want to invite a man of God, because Bess Masako, the beginning is, it's well known as the beginning of wisdom is fearing of God. We want to start with the word of God, tupatie Mungu kiti cha bere, then kutoka hapo tuweze kuendelea na programu yetu. Reverend Masharia, welcome for brief sermon. Tupigie Reverend Masharia makofi, jameni jameni. Welcome, 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 welcome. Karibu sana, karibu sana. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Just do this. Now do this. Do this. Eko mam. Ogo. Eko ogo. Tukihidio shuke kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Charles. Reverend Charles Ndorowa Maina. Na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na hudumu na kanisa la Jesus Healing Christian Church eneo lile la Kayole. Ambia mwenzako ku Kayole kainionekaga. Unajua kuna watu wanasikia Kayole ukaigwa wethiri mko. Maundu maria mari kuni maathirire. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nashukuru Bwana kwa sababu ya Apostle nyinyi hamumjui, mimi ndio namjua. He is my friend for many years. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona riria twehithanagira no ndakimuwi na ngimuruta kuria hithaga. Nikamwambia ya kwamba hautajifisha miaka mingi. Labda kuna kitu Mungu anataka ufanye. Chomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. By that time nilikuwa nafanya na QTV ambaye ilikuwa chini ya Nation Media Group, na nimefanya story zake nyingi sana, na najua mahali Mungu amemtoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile story kubwa nilifanya ilikuwa pale Njiru, wakati vijana maelfu walikubali chini yake, walikubali kurudisha silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu ambaye anaongea na vijana mundu kwali na imwana makili. Mimi hiyo siku, hata kama baba yangu alikuwa askari, hakunikubalisha kuguza bunduki, lakini hiyo siku niliguza tu pistol, tulirudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ningeandika Kenya nimeona nikaona na kweli hii si bonoko. Praise the name of the Lord. Mungu anakupeleka bari, Apostle anakupeleka bari. Amen. Nafanya na kampuni hiyo, lakini katika Nation Media Group NTV nijoyaga mohoro ma Eastrad kuria kugura igwa mwathani ni akoragwo kuo muno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile ambacho nimeambiwa niongeni kuhusu uwekezaji, na inaona hapa kuna Besma, naona ni kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni Brighter Better Banking. Na nataka ufungue Biblia yako wenye wako nayo katika kitabu cha Mhubiri, in the book of Ecclesiastes. Hiyo ndio hiyo tutarudi shule. 11. Umefungua 11? Moja. Koheredo. Ona kwa takori na Gikuyu. Koheredo. Amen. Koheredo ni 11. Ukifika hapo unaniambia umefika. 11 mstari wa kwanza.
Haya, Biblia inasema hivi kwa lugha ya Kikuyu. Ninataka kusoma na lugha ya Kikuyu vizuri. Ojorithia indo ciaku na thutha wa matuko manini ni ukuona umithio. Kwa Kiingereza inasema cast your bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Cigayanie maita maingĩ ũcionjorithie haha na harĩa, amu ndũĩ mũtino ũrĩa ũngĩoneka gũkũ thĩ. Give a portion to 7 and also to 8, for thou know not what evil shall be upon the earth. Tukihurira Yesu rohi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza jirani yako, kwa nini uko hapa siku ya leo? Na umwambie usinijibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ojorithia indo ciaku. Weki atia? Katika hii sako nini tunafanya? Ni kuojorithia, ni kuwekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uweke kwa maji mengi, ni kwa sababu haujui ni gani itakayezaa. Praise the name of the living God. Kwa siku nyingi utaipata, lakini tukaambiwa tuzigawanye, tusiweke mahali pamoja. Tumezoea kuweka kwa mahali pamoja, lakini siku ya leo tunaambiwa tuzigawanye, tuweke kwa mara, kama hata tunaweza weka kwa 7, kwa sababu hatujui ajali itakayotokea. Praise the name of the living God. Cast your bread. Ambia mwenzako gawanya pesa zako, na usiweke kwa besima. Hapo ndipo mambo itakuwa sawa. Praise the name of the living God. Ni kwa sababu haujui kile kitakachofanyika. Ndoi ni kiundu kiriko kingioka. Ndoi kana corona no yuke no ndigugicoka. Hallelujah. Iyo ndi kuoneka ringi Kenya. No ni twerwo tuonjorithie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hau uigaga rungu rwa muringiti ruta. Hau temete matrithi uigaga ruta. Cirehe guku. Thutha wa thikũ nyingĩ nĩ ũrĩciona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuonjorithia. Niĩ ndarerirwo na maitũ njorithagia matumbĩ metagwo ma boiro. Na maitũ athiaga rũgendo rũraihu mũno na mbathi kuonjori. Ona ithano akagũra itumbĩ rĩngĩ. No haha rĩu nĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ, we have a better place. Twĩna handũ hega ha kũiga hetagwo besima sako. Twĩna handũ hega ha gwĩka atĩa? Leo ndĩrenda mũcirute nyũmba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ wega gũkorwo na ikundi, na ingĩ nĩ ciũragĩra kamweretho, ũgĩthi kamweretho ngari igagĩthũka na nĩ waigithĩtie. Rĩu handũ harĩa ũngĩiga hega na hehokeku nĩ haha tũrĩ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũkwĩhokerwo ngiri cia anake na ikamũigua, ona mbeca no imũigue. Ona ũtonga no ũmũigue. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mũndũ ũgũkũhe meciria ma kuonjorithia, ũcio nĩ mũndũ ũrenda ũtũre wĩna gĩkeno. Mũndũ ũgũkũhe ũũgĩ wa kuonjorithia nĩ mũndũ ũgũtũma nginya mũtũrĩre waku ũcenjie na rũciaro rwaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na ngumbato. No ũkorwo na ngumbato haha. 50 tũrĩa twa 50 aya Ngai nginya nawe. Hallelujah. Hata wewe uko nayo ngumbato. Na vile akikuja kwako wanapiga kona waletagi yote. Sasa hapa leta, mambo itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Unapowekeza mahali hapa, mabadiliko itapatikana katika maisha yako. Kuna sako nyingi, lakini nawaambia hii sako iko sawa. It's a brighter, better banking. Yani ina mwangaza wake. Praise the name of the living God. Na unajua kwa nini maji haikuagi na kara, na maandiko imeitumia hapa? Maji haina kara yoyote. Praise the name of the living God. Kwa nini Mungu hakupatia maji kara, iwe black ama red? Hallelujah. Ili kile utakachoweka ndani ya maji utakiona. Praise the name of the living God. Chochote utaweka mahali hapa, utafanya nini? Utakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mimi bila kupoteza wakati, nataka tuanze kutabiri ya kwamba chochote tutaweka kwa hii sako,
tutaipata kwa siku nyingi. Praise the name of the living God. Na usije hapa ukisema ya kwamba na vile sako nyingi watu wanaibiwa. Ukikuja na hiyo roho itakufuata milele. Praise the name of the living God. Useme hii sako sio ya kupoteza pesa yangu, ili ni ya kufanya pesa zangu ziwe nyingi. Praise the name of the living God. Hii sako ni ya kunipeleka pali. Simama na miguu yako. I want us to prophesy. Nataka tuanze kutabiria hii. Hii ni shamba Mungu ametupatia. Na hivi karibuni mvua ya hii shamba itanyesha. Tolo kama na magoro maitu niko ndali tukanagine ndodo wa maitu. Mwake ya maitu. Mwanyua. Kwa ni muwege hivi. Operates through nataka ili tuweze turathe tweke atia. Turathire za kweno ati maundu manene ni makuonekana thini wa rĩtwa rĩa Yesu. Maandiko inasema chochote tutakachonena na vinywa vyetu itatendeka maishani mwetu, na tukiwa na imani itakuwa sawa kwetu. Sema amen. Sema kutoka siku ya leo hii sako ninapoleta pesa zangu hapa zitakuwa mingi na nitaenda bali. Sema kutoka siku ya leo maneno yote inaweza nenewa hii sako ya kuiagusha tunaikemea leo katika jina la Yesu, na tunataga operates through savings and credit, financing them to financial independence in line with the bottom up policy. Wengi wataitamani for more afanya mambo makubwa kupitia sako hii katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pigia Bwana makofi. Pigia Bwana makofi mazuri ninapomkaribisha MC wetu. Kaya murathime amweke wega na arorathima mawira wa moko manyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Let's appreciate Pastor Charles. Pastor Charles, tumpigie makofi. Tumpigie makofi kwa sababu ya neno la Mungu. We may be seated. Tunaweza tukaketi kwa dakika moja. Na tumesikia kwamba tumetabiriwa, na utabiri lazima utafika, ni kwa sababu pia bado tuko mbele za Bwana. Now ili tuweze kujisikia tuko nyumbani, for us to feel comfortable, I want to invite Pastor Karaja so that he may welcome us. Tusikie tuko sawa na tuelezewe mahali mtu anaweza simama, mahali anaweza kusema jambo lolote. Welcome Pastor Karaja for welcoming remarks. Pigieni makofi mazuri. Na sasa tumesema makofi yetu ni kusema Besma Sako triple. Na mnaweka at least nini kiasi kuwa romantic. Pesa zinataka mtu ako romantic. Si unashika pesa na unakasirika. Unashika pesa na unakuwa romantic. Ukiongea unasema unasema nini? Unataka pesa ngapi? Karibu sana. Amen. Na mimi nasema Besma hoye. Sema kama unafurahia pesa. Besma hoye. Besma hoye. Waekezaji hoye. Unajua Yesu alipeana parable moja kubwa sana tunasomaga ya the talents. Kube alikuwa anaongea kuhusu uwezekaji. Amen. Nimemaliza. Mimi ni kuwakaribisha. Amen. Salimia mwenzako kwa niaba yangu, mwele karibu. Amen. Hata ukiweza kumpatia high five, mpatie high five. 5 ni 5 ya juu. Amen. Na mpatie smile. Alafu mbaide mwambie anang'ara, mwambie ako smart, mwambie uko mwelewe kwa, mwambie uko poa. Amen, amen, amen. Tunawapenda sana. Bwana asifiwe. Naona nyuso zinang'ara. Kuna watu leo wameng'ara mpaka naona wako yanga 15 years. Karibu kila mtu. Mwambie mwenzako uko yanga 15 years. Mwambie kumbe pesa inaweza kubadilisha. Amen. Amen, amen. Hata mimi sasa najua miaka itapiga stop. Sababu nimekuja mahali pa kuegeza. Amen. Kwa hivyo nawakaribisha kila mtu kwa niaba ya our father in the house na kwa niaba ya kamiti ya upagaji na ofisi zote wa Sako, na wapia karibu. Bwana asifiwe sana. Nataka kukujulisha ya kwamba kwa sababu ya handu hamwe tu noho mundu atateithagio.
karumu keho gutae mundu gitigeta okay karumu ga gwiteithia. Bwana asifiwe sana. Geta ukanyumba kama mesiria kwa wale wanaoruka. Kwa hivyo nataka kusema kwamba kwa sababu ya kujisaidia, amen. Pale nje upande wa left, pande huu kuna chumba cha gents na hapo chini kuna chumba cha wamama. Kwa hivyo ninawakaribisha ujisikie ukiwa mahali panapofaa. Haleluya. Na kama kuna kitu chochote unataka ambao hutaki ambao hujui na ungetaka kuuliza, ukitaka kuuliza, sababu bado tunaendelea kujisajili ama kujiandikisha. Kwa hivyo kama kuna swali lolote ungetaka kuulizwa, unaweza uliza. Hebu bwana chairman simama mahali yuko. Amen. Muthiri ucio engoro njega ndukamwitigire. Ndona gathithi gake ni karahenia. Naona simari yake uri njega. Ndukamwitigire. Kama kuna jambo lolote kuja umuulize. Kwa hivyo nawaambia karibu sana. Leo tumeanza kutajirika. Pia mwenzako tumeanza kutajirika. Amen. Hajafurahi kumwambia hivyo, abia mwingine tumeanza kutajirika. Kwa hivyo karibuni sana na Bwana awabariki sana. Amen. Welcome sir. Thank you very much once again. Let's appreciate Pastor Karaja for warm welcome. Warm welcome. Tunaendelea vizuri. Na turadhi na berewega. Hii ni wazo nzuri. Na ni vizuri sana kwa sababu ya director wetu ambaye ni apostle kuzaliwa hiyo mwaka alizaliwa na Mungu akamhifadhi na akampa hiyo akili amempatia ya kusaidia kizazi hiki. Tuko pamoja? Fungua mkono wako namna hii tumpigie makofi. Na hautagoga kabla sijasema. Tunapiga mara 5, mara 2, mara 4 na mara 3. 1 2 3 4 5. Let's start. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3. Thank you very much. Ninaomba tusimame. DJ utatupatia wimbo inaitwa tumeuona mkono wa Bwana. As we wind up this song, nitamkaribisha apostle ili aje kitu ya kwanza atufanyie introduction ya officials wake. Alafu kisha atatupatia historia ya Best Masako, aendelee hivyo. Alafu kisha tutaingia kukaribisha wageni wetu. Ndio hata nao wageni wakikuja kutuongelesha wawe na historia kidogo ya Best Masako. Is that clear? Ninaomba sasa wadada wakuja hapa mbele tafadhali. Kama wewe unapenda kuibia Mungu, ukuja hapa mbele. Tunataka tufanye dance kali moja. Mudo wende tako dance. Hebu tuone watu wa Best Masako wabao wanapenda ku dance. Duka yako unaenda tako dance. Tuende roboromwe. Kama unapenda Best Masako kuja mbele. Basi wacha nitumie hiyo lugha. Tuone wenye wanapenda na wenye ambao. Haya, si mnapenda nyote? Haya, washeni basi ni wa point. Hii meza ikuje. Kate, meza yenu ikuje hapa mbele. Kuna meza nyingine iko pale nyuma. Ile meza ninaipenda sana, sijui kwa nini nasikia navutiwa na hiyo meza. Hata nyinyi kujeni hapa mbele, kujeni hapa mbele. Ninaomba pia hapa kwa waheshimiwa tupate wacha tuite mheshimiwa kwa hapa na huyu mheshimiwa mwingine, kujeni hapa mbele. Tupage line straight na hapa nyuma. Straight imefika baka kwa ile post nyingine. Tuje tujaze hii line. Leo ni furaha. Lazima tuwe na furaha kwa sababu ni kitu mzuri. Hapa tuna mtu anaweza kuja kudansi na sisi hapa. Enda pale mbele. Tunataka sasa tukaribishe our director apostle, tumkaribishe na style. Hawezi ingia kwa kiwanja hivi. Hii meza imenibamba. Kujeni tafadhali. Kujeni tu. Tuko na ashas wanaangalia vitu zenu. Hakuna mtu anaweza chukua kitu yako. Just come forward. Tupange laini. Iende hivyo. Soka kule mwisho. We want now to do it. Best Masako ni mahali ambao watu wanafurahia. Huwezi kuja kuweka pesa hapa alafu tena usikwe na stress. Enda straight kabisa, tusifunike. Unaweka pesa ukiwa na furaha. DJ, uko tayari? Na utupatie sauti ya hiyo wimbo tafadhali. Sasa mniangalie vile tunafanya. Tumeuona mkono wa Bwana kwa sababu umetukumbuka. Songa huko mwisho kabisa. Ndio kama haogo mami. Namna hiyo. Twende DJ. Ongeza volume. Twende. Fanya hivyo nafanya. Hey. Tumeuona mkono wake Bwana. Kama umeona mkono, inua mkono juu.
mengi mazuri tumeyaona. Kibisa wimbo kidogo. Mungu umetenda. Tempo tempo. Wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Israeli, uliwavusha. Kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu tenda Jehova. Hakika tumeona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini hata chini yao watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako. Wasifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli, daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini hata chini yao watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako. Wasifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli, daima wewe mwema, tutaishi kwako. Kanyaga vizuri. 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 Hey. Hey. Pale. Hey. Msalabani ulitufia, Ha. Ha. ulitupenda, Kanyaga hivi. dhambi zetu kabeba. Baraka zako tuliziomba, Kanyaga vizuri. kweli tumeona. Hakika unabariki. Hata vipaji wendo hutoa, umetuwezesha. Si- Bwana kusifu. Walio haki hutoacha, uliwaahidi hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu, Waponye. Mikono juu, mikono juu. na ubaguzi wote sawa kwako. Umetuita Yesu, Tupone. hakika wewe ni mwema. Tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini hata chini yao watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele. Na tutakusifu. Wasifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli, daima wewe mwema, tutaishi. Asante sana. Thank you. Tupige makofi mazuri. Tupigie hao wametokea makofi mazuri, makofi mazuri. Kama ningekuwa na cash sahi, ningewaongezea kila mtu kwa sako yake, kila mtu 1,000. Lakini niliacha pesa kwa nyumba. Lakini sasa nitaweka pesa. Nikifika kwa nyumba, kitu ya kwanza tuketi kidogo ni kuweka pesa kwa simu. Tutakuja kuelezewa na CEO na viongozi wote wa Isako. Ni sako nzuri, ni sako ambayo unaweza kuweka pesa na simu hata ukiwa barabarani. Ni sako ambayo unaweza ikakusaidia kusave na uwezi kukaa ukiwa bankrupt ukiingia kwa Isako. Ukisikia maybe pesa imepungua, unaenda na unapewa. Bora ni kuwa mwaminifu na kuwa mtu ambao ako na discipline ya kuweka pesa.
Unajua kuna hapa Nairobi barabarani kuna kuwaga sijui ni roho gani, mtu ameenda amepewa mshahara na amepewa cash, na siku yenye amepewa mshahara unana anashikwa na roho ya kutembea na miguu, hataki kuingia gari, anaenda anapata mtu wa maidi, ananunua maidi, anaenda anapata mtu anauza chips karai anakula, anaenda anapata mwingine anauza jogo karaga anakula, anaenda mwingine anapata mitura anakula mutura, anaenda ingine anapigiwa supu, akifika kwa nyumba 500 imeisha. Na kama ungekuwa uko na hii sako, hii pesa unaweza kuiweka, na wakati ambapo unasikia uko na mahitaji unaenda tu kwa simu, una scroll, unaitisha pesa yako, unafanya mambo ambayo ni muhimu. Kwa hivyo moja kwa moja tuseme Besma Sacco, ambayo ni sako ya kusaidia mtu ili aweze kusave na aweze kuendelea na maisha, na hii mambo ya ufukara na shida ziondoke. Simeona watu wameshikwa na shida. Ukipata kashida kadogo, wewe unaenda unafungua WhatsApp group. Hiyo WhatsApp group watu wanaenda, wengine wanaona hii ni kutusubua, wana left. Unaona WhatsApp yako imeleftiwa. Badala ya kufungua watu wana left, si ukuje Besma Sacco. Si ndio? Wakati unahitaji una scroll, unasema ninataka 50,000 niko na jambo fulani, kuliko kushida ukifungua group. Hebu niambie ukweli, kama simu yako haina group. Simu yangu iko na group kama 5. Na unaangalia unaona huyu mtu hii group kusema ukweli hii haifai. Hii angekuwa kwa Besma Sacco, hangefungua nini? Hii group ya kuitisha pesa. Kwa hivyo moja kwa moja I want tuweze kusimama ili tuweze kuleta kiongozi wetu ambaye ni chairman aweze pia kutupatia introduction, afanye introduction ya watu wake, timu yake. Kutoka hapo atupatie historia ya Besma Sacco. Ningeomba tusimame sisi wote tupige makofi mazuri. Makofi mazuri, tumkaribishe. Leta hiyo microphone, mchukulie mic. Chukulia mic yake pale. Chairman, thank you. Asante sana. Welcome Apostle. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you too. Ninulie tu mkono hivi. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Salimia mwenzako, mwambie umesalimiwa na yule mtu unaona pale mbele. Na mwambie huyo ndio anaitwa Dora Waroige. Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu, lakini ni apostle sasa. Mwambie tu usiogope. It was true. Si ati ilikudanganywa mnadanganyagwa, ilikuwa hivyo. I was not good. Nilikuwa mtu mbaya. Na that is how it is. Unakubali venye ulikuwa, wacha kuanza kupeleka watu kado. Ati ni kama ni kaseni yangu. Msalimie tu tena, mwambie karibu kwa Besma Sacco. Thank you very much. You may be seated. Asante sana. Mnaweza kuketi kwenye viti zenu in the comfort of your seats. And God bless you. Hata kuona venye kumeng'ara hivi, kitu kama hii nilionaga ni Intercontinental na kule Serena. Sikuwa nafikiria siku moja ninaweza kujikuta kwa mazingira kama hii. Wewe niambie ukweli. Wewe mwenyewe ulikuwa nafikiria unaweza kujiona mahali kama hapa? Si hapa ni kwa kina Ruto na kina Uhuru na kina Kenyatta. Hii watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And all this God has made it possible. Amefanikisha haya yote sio sisi. Sio kwa sababu tuna uwezo. Sio kwa sababu tuna akili mingi mzuri. In fact hata akili yangu na iko chini sana. Lakini kwa Mungu everything and anything is possible. Siku moja nilikuwa nimekaa hapa nimekumbuka. Nilikuwa kwenye umri wa my son ambaye yako hapa. Kitu miaka 10 na tuseme miaka 20 hapo. Nilikuwa chokora. Sisi ndio tulianzisha pale dumping side ya Dandora. Lakini kabla ifike huko Dandora ilikuanga kule kunaitwa Githurai roundabout ya 45 hapo kwa kanisa ya Catholic hapo chini.
Ilipojaa sasa ikahamishwa ikaletwa hapa Dandora. Nilikuwa nabeba gunia na glue. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimeangalia nikiwa pale nikaona hiyo picha ikanikujia. Then I saw myself ni kama nilikuwa nimebeba gunia. Na kuna siku moja nikiwa Kayole mahali panaitwa Masimba, nikiwa na kigunia kyangu, nikipita hivi nikaona msichana ambaye alikuwa ni wa kwetu, tulikuwa tunasoma na yeye. Aliponiona alipiga duru na akatoroka. Na mimi wakati niliona at least nimepata ukombozi, nimepata mtu wa kunipatia chakula. Maana nilikuwa natafuta nani anaweza kuninulia. Nilikuwa nangojea kwa zile hapo Mazimba Kayole zamani kulikuwa na mahoteli za mabati. So tulikuwa tunakaa hapo nje tunangojea mkule ile madasi mmebakisha ndio tunakula. Sasa wakati niliona mtu wa kwetu ndio yule anakuja, nikakibiria yeye. Lakini naye aliponiona alinitaja jina lakini akapiga duru akitoroka. Nililia sana. Na siku hiyo nilianza kujiuliza, what did I do? What happened to me? Sikuwa chokora kwa sababu kwetu ni sisi ni maskini. My father is a rich man. And my mother is also a rich woman. Na babangu ni baba ya wanawake wawili. Polygamous man. Kwetu sisi ni watoto 20. Na hakuna mtoto hakufika, mwenye alisoma ya chini sana ni form 4. Wengine wote tumefikisha university. Kwa hivyo that man ni mzee, alikuwa na pesa yake. Na ni mzee alikuwa na mawazo, lakini kile kilichonipeleka kufukua chokora mpaka leo najaribiki kutafuta nijue what took me there. Because it is not poverty, it is not rejection, it is not sijui ni nini, but I was there. Until wakati nimeokoka ndio nimekuja kufanya study nikaelewa kumbe kuna kitu ambacho kinaweza kufanya maisha yako iishi kwenye shida. You come from a good father, a good family. You come from a business family, lakini at the end of the day unajikuta maisha yako you are poor. Your father may be very rich but you are poor. Your grandfather may be very rich lakini uko poor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinakuanga na hiyo kitu ndio nilijaribu kutafuta. Katika kutafuta ndio nimeanza kuona kumbe kuna kitu kinaitwa madhabahu katika maisha ya mtu. Na hiki kuingia hata ukuwe umetoka kwa pastor, hata bishop baba yako kwa ni ya kibishop, na kama imekukamata until you find your way out. Before niende mbali kidogo, I have my children here. Baadhi ya watoto wangu, niko na watoto wengi sana, wengi si mmoja, lakini I have a few here. And kujeni tu msalimie watu. Dan, Nancy, kujeni. Come just kujeni tu. Wameakilisha hao wengine wengi na wanapendana. Uzuri ya watoto wangu, hakuna mtoto, ni watoto watatu tu wa mama mmoja, wengine 20 ni wa mama moja. Na wanapendana sana. Wanapenda kwa mama ya huyu sio mama ya huyu. Mama ya huyu ni polisi na mama ya huyu ako Amerika. Lakini they live together. They love each other. They work together. Huyu alikuja juzi Saturday, when was it? Saturday. Lakini hakukuja kwangu. Huyu ako university, alienda kwa huyu university akakae huko. Sasa nikamuuliza Dan, badala kuja one baba yako, I want to see my sister. Unajua ni wale wa huko, I want to see my sister first. Lakini kama ingekuwa familia nyingine ingekuwa tunaududhana, si ndio? Na uchawi mingi na urogi mingi. So Nancy, salimia tu watu. Good morning. Habari zenyu. Praise God. My name is Nancy Wanjiko. In Mount Kenya University studying psychology, counseling psychology. You're welcome. Yeah, be blessed. Thank you. Yes. And you? Praise God. Praise God again. My name is Danston Dura. It's a pleasure being here, seeing every single one of y'all. Dad is Reverend is my dad, and I love him so much.
I love my sister too. That's why I went to see her. And I'm glad that I'm here during this event, and I give it my full support, and I'll always be here in this church. Thank you. What are you doing now? Right now, I'm in the United States Army as a helicopter mechanic. I'm also planning to start college and do law. Thank you. Thank you. Sasa mumeelewa ama niwatafsirie? Mumeelewa kitu? Kweli haki. Unaweza ongea Kiswahili? Nimesikia, nimewaangalia tu nikawahurumia. Kwa sababu mmesikia ile kitu sasa. Sasa ndio nakwambia, unaona sasa huyu anaongea Kisugu mpaka unauelewi. Na ndivyo umetulikia na Kisugu hapa. Na Kisugu yako yote ni ya Murang'a na Kiambu na Nyeri. Sasa sikiliza Kisugu ya Amerika, ni tofauti. Kwa majina naitwa Danstan Ndura. Mimi nafanya kazi kwa the United States Army as a mechanic wa helicopter. Naanza college next year kufanya law. And also I want to start project management. Right now, nimekuja huku for 3 weeks, but I'll be here next year for 2 months or more, and I'll always be coming to church to support. And I'm glad that niko hapa hivi during this event, and I'll give it my full support until the end. Thank you. Thank you. Thank you. At least, thank you. Thank you. Yeah. Inquiries, contact us through 0712 228 490. 0712 228 490. Besma Peniel, your financial solution. Welcome to the launch of Besma Sacco on 11th November 2023 from 10 a.m. to 2 p.m. Besma Sacco is located at Kofi Plaza mezzanine floor. Besma Sacco aims at empowering and transforming the lives of individuals in our society, small-scale businesses, and corporates through savings and credit, financing them to financial independence in line with the bottom-up policy and Vision 2030. For more enquiries, contact us through 0712 228 490. 0712 228 490. Besma Peniel, your financial solution. Welcome to the launch of Besma Sacco on 11th November 2023 from 10 a.m. to 2 p.m. Besma Sacco is located at Kofi Plaza mezzanine floor. Besma Sacco aims at empowering and transforming the lives of individuals in our society, small-scale businesses, and corporates through savings and credit, financing them to financial independence in line with the bottom-up policy and Vision 2030. For more enquiries, contact us through What I want to tell you is this one thing, that everyone has a destiny. Kila mtu, hakuna mtu hana destiny yake. Na destiny yako, God has a graph for it. Na when you see somebody in a situation he is, don't try to kill him or don't try to destroy what is in him. You never know what kind of a leader you are killing. In my life, I've been shot at. Nimepigwa risasi 12 kwa mwili wangu. And all this time, walikuwa nataka kuniua. Kwa mwili wangu nimekunywa sumu mara 9. And all this time, walikuwa nataka kuniua. Nimeenda jela mara 52. Hakuna jela iko Kenya hii sijafungwa. In all this time, they wanted to kill me. I have convicted kunyongwa mara 2. Mashini ikakataa. All this time, they wanted to kill me. But there's one unfortunate thing that happened, that as much as they tried to kill, God continued to preserve me for this day.
It doesn't matter what kind of a situation unapitia sasa. It doesn't matter. Watoto wangu hawa wameniona nikikuja polisi. In fact kuna siku moja Dani aliniuliza mbona mwezi huu polisi hawajakuja? Because alikuwa nafikiria polisi wanakujaga because kuna sababu, kuna pesa wanaletaga nyumbani. Kwa sababu they are used to see police in the house. So akaniuliza kwamba daddy polisi hawajakuja kwa nini? Nikamwambia hapana, wametumwa Uganda, kuna mtu mwingine kama mimi yako Uganda, wamepeleka huko because I could not explain to them why they came. Ama wanakujaga because they were young people. But in all the situation and circumstances, no matter how difficult it was, God has done it. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter how you go about it. I was a drunkard person. Nakumbuka nilikuwa nakunywa. Wakati nilikuwa na pressure kidogo na stress kidogo, nilikunywa pombe. Hawa watoto wangu saa ingi wale walikuwa kando, nilikuwa nikacho. Mungu aliniondolea wote. Wote wakakuwa kando kando. I was left single, alone. Na nika decide I have to die now. You see, people try to kill. Ikafika wakati mwingine, life is a cycle. Ikafika mahali sasa nikasema it is me now to terminate it. I tried to drink, hakuna pombe iko dunia hii sijakunywa. The most expensive and the less expensive. All this I was trying to die. Instead, it brought me shame. Maana ilifika mahali nilikuwa najikunia, siko najua imetoka, naona tu nasikia ni kama kamawe kameinguka, kufanya hivi naona ni kitu imeanguka hapo chini. Nilikuwa nakunia kwa kitanda and urinating in the bed and I could feel nice. Ni kama nimelala nikisikia imetoka, sasa nainua mguu vizuri nafanya hivi inatoka. And I was happy with it. I was comfortable. And sikuwa naona vibaya. Nyumba yangu ilikuwa inanuka ni kama sewage and I was feeling its perfume. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want to encourage someone here that the life you are going through, no matter how inanuka, to God is perfume. He is preserving you. Nakumbuka siku moja niliamuka nikakuta magunyo, zile magunyo za white zikitambaa kwa mwili wangu kwa sababu ya mattress imeoza. Sasa zilikuwa zinatambaa, zimekuja kwa mwili, nikapata kama 100 zinatambaa hivi. And nilifanya tu hivi na nikakuwa sawa, because that was my life. Then when I come again here kuona seated in such a function, naona mkono wa Bwana, naona ushindi mkubwa. I thank God. I want to tell you that do not despise any beginning. God has a reason for it. Nikianzisha huduma, maana nimekataa sana. Since I was ordained by my bishop Harrison Nganga, ndio my spiritual father wa CFF. Alipo ni ordain nilikataa kuhubiri na nikatoroka. Sasa hapo ndio hiyo stress ya upombe na nini iliingia. Baada ya msukumo mkubwa sana ndio nilikubali. About 2 years ago, that is when I started preaching. Na ndio nilianzisha huduma mahali panaitwa Jericho Social Hall. Tukakutana watu 7. Tulipokutana watu 7 tukakuja, tukahama hapo, tukakuja City Stadium. Corona ikakuja, sasa ndio tukakuja hapa. But in all these circumstances, God has seen me through. With hardships, with difficulties, God kept speaking to me. One day, nikiwa kwenye mlima tukiwa na wamama ambao tulikuwa tumeenda kuomba nao kule mlimani, nikaanza kuona kukakuwa screen kama hii, and that's why I insisted this screen to be here, because I saw a screen like this one na ikaandikwa mambo mingi. So one of these, I was told about the ministry itself, na nikaona imejiandika, nikapatiwa jina, nikaambiwa mahali itaanzia na kule itaendelea. Number 2 ikakuja youth about the rejected young people in the society, ministry ya youth. Na nikaona nikisaidia watu wa jera, wale tulikuanga nao jera. Nikaona nikisaidia machokora, nikaona nikisaidia watu wengi ambao wametengwa kabisa. Ya 3 nikaona nikaletewa hawa wazee kama hawa.
walikuwa 80 years, 90 years, 100 years. Nikaona nimeletewa wengi nikiwapatia chakula. So from there I kept asking God, what is this? Because I did not understand. Bado sikuwa nimetoka, nikianza huduma sikuwa nimetoka kwenye ulevi vizuri. Maana nakumbuka rafiki yangu mmoja tunakuanga naye anaitwa Don. Tulikuwa tunaenda tunaomba, tukimaliza maombi ya 3 days tunaenda kwa bar, tunapita na Viceroy, chupa ya Viceroy, tunaenda kufungua maombi, kufungua sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda crusade, kuna crusade nilikuwa nimeinvite Maina. Siku moja watu wakakuja, kiwanja kikajaa. We were not expecting it. Watu wakajaa kwa kiwanja na tukanunua chupa. Tulikuwa na pesa, inaitwa Glen Vintage. Inauzwa kulingana na age, kwa wale ambao wanajua ulevi kama mimi. Wangapi walevi? Wamonyota, inua mkono juu. Watu wamepitia kwa Wamonyota. Watu ambao hawararagi bikuni, wale wanararaga hapa, inua mkono juu. Yeah? Kuacha? Mliwacha? Ndio nasema hata mimi niliwacha. Na wauliza, siulizi nyinyi. Nauliza wale ambao tunararaga hapa. Wacha wale wanararaga bikuni wanateremka asubuhi. Inua mkono wale melewa, wamekunywa pombe, umejua tumbo yako iko na pombe. Si sasa wamewahi kukunywa. Tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is life. The hypocritical Christianity muodoe. We were all, sisi yote hakuna mtu hakupitia kwenye changamoto. Tulisi walevi. Na wangapi wameokoka wako hapa? Inua mkono wako wale wameokoka. Kama unajua umeokoka, inua mkono wako. Nikuulize tu swali. Uliokoka? Sema ndio. Kutoka kwa nini? Kwa hivyo ulikuwa mtendaji wa dhambi? Wacha maligo basi. Sisi yote ni the same. Bwana Yesu asifiwe sana. We all came from somewhere. So nikipatiwa vision, ndio nikapatiwa jina Besima, Peniel, Sako. Ukiangalia kwenye strategic plan yangu, nimeandika, those days niliandika because niliambiwa kaa chini uandike, nikaandika. Na vitu zingine nyingi ambazo niliambiwa niandike. So immediately tulipoanza kanisa pale, ni wale watu nililetewa na Mungu wa kwanza kabisa, ni wale wote walikuwa wameachwa kutoka jela na wako mahali pa kuenda, na bado flying squad walikuwa na wafuata. Tulikuwa na kina Dirago, akina chairman, watu wote from hardcore criminals walikuja wakatuambia tumekuja tusaidie sasa. Kuangalia nyuma nikaona askari wawili hapo wanapita pita wa flying squad. Mtu akitoka jela anawekeaga askari wa kumfuata ndio ajulikane kama anafanya dhambi ama haifanyi. So nikaona wakifuata. Na hapa kanisani nimejikakamua. Mimi nimekuwa mtu mzuri na mtu wa maana katika society. Sasa watu wabaya umeletewa. How do you handle that? Ndio tukatengeneza kule Kamete, tulikuwa tunatengeneza viti na tulikuwa tunashona nguo kama hizi. Wale walikuja wa kwanza wakasema tutengeneze kiti. Tukatengeneza kiti mzuri sana. Ukienda kwa Bishop Harrison Nganga kwa reception yake, hiyo kiti ya blue, hiyo ndio tulitengeneza ya kwanza. Tukatengeneza kiti, nikatumia Harrison, nikamwambia nimeanza kazi, ninataka kutuma nini yetu ya kwanza, our first fruit. Nikamtumia picha, akaniignore, hakuniongelesha. Nikakaa tena nikamtumia picha, akaignore kwa sababu aliona nimeanza kurudilia ukora. Kwa sababu hii kiti ni ya China, si ya Kenya, na mimi namwambia tumetengeneza. So nikampigia simu nikamwambia kuna kiti nataka nikuletee. Akaniambia hapana, ile mmetengeneza niletee, lakini si hiyo unapiga picha. Nikamwambia hiyo kiti ni sisi. Akaniambia hiyo Waroige, mimi ni baba yako ya kiroho, na kwa sababu umogeke haijakutoka sana, ukuje nikufundishe jinsi ya kuheshimu mafuta. Nikamwambia nitakuja, wacha tu nikuje nayo uione, hata kama ni ya China ndio. Nikampelekea, nikamwambia sasa angalia venye iko, akaona kweli imetengenezwa Kenya, lakini akaona tumetengeneza vizuri kuliko wa China. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akachukua kutoka hapo, akatuombea, na alipotuombea akatupatia shilingi milioni 4. Akatuambia dedeni mfanye kazi. Na kutoka siku hiyo tukakuwa na kampuni ya furniture. Ndio ile kiti kama ile mnaona pale, hiyo imetengenezwa hapa. Ile ni antique, ile ni mahogany na pure leather. Tunatengeneza kitu hata wewe ukiona it is imported. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukiangalia sound system zetu zote unaweza kufikiria zimetoka ng'ambo. Hakuna kitu imetoka ng'ambo hapa. Hizi vitu zote tumetengenezea hapa. Ukiniona venye nimefaa hivi, sijanunua hii nguo kutoka ng'ambo, ni sisi tumeshona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu alikuwa ameweka kitu mingi ndani yangu. Sasa ikifika wakati inachupuka inatoka. Ikifika inachupuka inatoka. Sasa tuko na kabuni ya kushona. Hii maguo unaona tunashona ni sisi. Tuko na kabuni ya kutengeneza viti, hiyo unaona hapo kwa kona ni sisi. Sijui ni kwa nini amukeweka hapa waone, but it is good. Hii kazi yote unaona it is a work, na haijafanywa na mtu mzuri. Mark that. Haijafanywa na nani? Imefanywa na waroige mubaya na kudi yake haramu, ndio wametengeneza watu wabaya. Sasa nataka nikuonyeshe uone kama utaruka ije kwanza ufanye mabaya ndio urudi, ama utachange vipi. Maana ninaona Mungu anapenda watu wabaya kuliko watu wazuri, kwa sababu wale wazuri wote tumetembea na wao, hakuna kitu wako nayo, lakini hawa wabaya ndio wametengeneza hii maneno yote. Sasa sijui mtafanya hii interior, unaona hii yote unatengenezwa hapa, huyo ni makrimino tupu wametengeneza, watu wabaya. Hii imetengenezwa hii, hakuna mtu mzuri ametengeneza. I just want to encourage you. It doesn't matter what kind of a life unaipitia. Kuna kitu Mungu anafanya in your life. So Mungu akakuja akanizungumzia kuhusu Isako. Hizo zingine tukilaunch nitawaita niwaexplainie. Leo ni siku ya Besima. Nikakuja nikaongea na msichana, siji nimuite msichana ama nimuite mama. Huko kweta tia Karo. Siameda wapi Karo? Kemani, Caroline Kemani, ako area hii? Is she around? Yes, mama tu kwa miguu yako. Siji nikuite mama ama nikuite msichana? Mama, kuja basi kama ni mama. Tukiwa na huyu na mtu anaitwa Nancy Kehu. Kuja tu. Nancy Kehu. Na mtu anaitwa Alice. No, na koki yako? Na koki. Sasa hao ndio tulianza ministry mwanzo, na nikawaambia maono yangu. Wao waliniangalia wakaona ni kama kichwa yangu imeruka, lakini walivumilia tu niendelee kuwadanganya. Mimi nikaambia tuendelee tu, Mungu atatokelezea mahali. Hawa ndio waliandika, niliwaambia the strategic plan ya 6 years venye kutakuwa one project after the other project. She's the custodian, ndio tuliandika pamoja. And juzi ndio walikuwa surprise, hata hii nyumba nilikuwa nimeidescribe 5 years ago venye itakuwa panye itakuwa tukifanya maneno. So these are the people I gave the vision. Hawa walifanya kazi ya kuandika na tukasahau until this year. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anaitwa Rose Koki, Nancy Kehu, Alice Karanja na Caroline Kemani. Simu yapige makofi. Thank you very much. Sasa baadaye I want to show you how God works. Alinipa maono, nikatransfer maono kwa hawa, wakaandika. Na tukasahau hiyo kitu kabisa, tukajaribu kufungua, ikaleta shida, ikaleta mvurugano kubwa sana. Now this year tukiwa tumekaa, nikaita watu kadhaa, nikawaambia sasa this is what God wants us to do. Nikaona kikundi kimekuja kimejitengeneza very fast, na wakasema wacha tuanze kutengeneza hii kitu. Tukakuwa na kina mtu anaitwa Margaret Joike, simama. Wale watu wote wa Besima simameni. The leadership ya Besima, the entire leadership ya Besima, just come front here, all of you. You see, those waliandika, but the actualizers of the vision, kujeni hapa. Kamula igwaguea. Yes, nani mwingine on this side? The leadership, kina Joroge, where are you? Muna wanameogopa hawa watu. Kuna watu watakagi kuona. Si kusema utoke. Kai akiumadi na koleu. So this is a few of them.
wengine naona wanafanya kazi, kujeni this side. Simeona ni watu maridadi. Mmoja tu ndiye hajavaa uniform. Ni wote, ni kama ni wote. Kwa nini mlifaa tofauti? Maono ilikuja tofauti. Interpretation. Unajua tunasomanga Biblia moja lakini huyu Mkolino alitoa kitabu yake kwa Bible. Huyu Mkolino. Na ule ya green ametoa kwa Bible. Sasa si unaona? Sasa these are the people that God sent to me to interpret that which was written. Bwana Yesu asifiwe sana. To actualize that which was written. Wale ndio waliandika, hawa wame actualize. That is how the transition ya Mungu inaendanga na layers. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuzungumza hivi kwa wale ambao wanaonanga ni kama mtu akikuja amekuja kukuondoa. Hakuji kukuondoa, your position remain. History will never forget Caroline Kimani. History will never forget Alice. History will never forget Koki. History will forever appreciate and respect them. And every growth ya hii, hawa wakipanda wao wanakuaga hapa juu. Hawa wakipanda wanakupush. You don't sink. Venye inapanda unaendelea kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. So hivyo kwa wale mnapigaga watu kwa sababu umeona watu wengine wamekuja, don't. You are killing your own vision. Daudi wakati alienda akakuta Saulo amelala na akaona position ya kumaliza Saulo, alikuwa in a position, but there's one thing that happened. Daudi aliangalia Saulo anangorota, kwa sababu alikuwa anangorota, akakata kitambaa ya nguo akaenda nayo. Hawa watu wakamwambia tumalizie huyu mtu, wakasema hapana. Ndio nilikuwa nasoma Biblia kwa sababu nilitaka kujiuliza, when you find your enemy ako hapa umekamata, unafaa kumfanya nini? Mwenye amekusubua siku nyingi, si ni kuua. Kumbuka David alikuwa anaishi kwenye milima kujificha, na amepweta yule mtu alikuwa anamsumbua. Daudi alikuwa na kitu kimoja alikuwa anajua. Wakati alimwagiliwa mafuta na Samuel, spirit ya Mungu ilitoka kwenye Saul ikaingia kwenye Daudi. Haikutoka kwa Mungu, ilitoka kwa nani? From Saul to who? Lakini aliachiwa ka spirit kadogo ka grace, lakini imetolewa 80% ilitolewa. Meaning whatever that was operating in David, it is the same that was operating kwa Saul, na ni moja ambayo ilikuja. Kwa hivyo ile iko kwa Saul na ile iko kwa David ni moja. Ila David amewekewa kiwango ya juu, lakini for transition Saul akabakishwa kidogo. Kwa hivyo wakati David alimkuta akakuta huyu mtu is in a position to die, he could not kill. Maana angeua Saul ni yeye angejiua. Maana whatever he is killing ndiye yeye amebeba. Kwa hivyo ukiona mtu wako na maono na wao umetanguliza, usiue huyu mwingine amekuja. Maana hiyo kitu unaua ni ile yako ulianzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So let's introduce yourself. Yeye amekuwa kama wale wasewa huko nyumbani tukienda rorasho. Ni murajigwa. Habari yenu. Kwa majina naitwa pale wale wanataka kukuona. Hata the other side. Kwa majina naitwa Duncan Maina na okay. Hawaku wamezoea kuona na kamera sana. So kwa majina naitwa Duncan Maina, na by the grace of God walinipea chance ya kuwaongoza ndio tuweze kuwa na mkutano huu, na tunashukuru Mungu sana. Asanteni. Best Masako. Tuliambiwa tuseme Amen. Naitwa John Karaja Duati. Nimepewa position ya kuserve kama the secretary to the Sako. God bless you. Praise the Lord. My name is Maggie. All protocols observed. Our guests, we honor you. Thank you for crowning our occasion this morning. As I said, I'm Margaret Nyoike. I'm an official in the board. Praise God. I'm Jane Karaja, and I'm glad to have been given to lay the foundation of this circle. I'm the treasurer of the circle,
And when I came to this church, Apostle asked me, can we start a circle? And we were able to register it, and now it has kicked off. It's a child that is growing, and I thank God. Yes. Bwana asifiwe. I'm Esther Wamboi, Supervisory Committee. Bwana asifiwe. I'm Catherine, being Vice Chair. God bless you. Bwana asifiwe. All protocols observed. Good morning, good afternoon. Okay, I'm a member of the supervisory. Mimi ndo nitakuwa nawaletea information of how we are doing. Thank you. Be blessed. Thank you. Thank you. I will not want to forget. I saw her here. Ameenda wapi? Adireko. Flora. Where is she? Can somebody get me Flora? Flora is a little bit senior than these people you're seeing here. I wish she's here. Ama ameenda kazi. She works with the Safaricom. Ameenda kazi? Okay, sawa. Flora, we need to appreciate her. Na tusimame juu tupige makofi ile ya America. Ile simama tu kwa miguu yako tumpigie makofi in her absence. She's not amekimbia kazini. She works with the Safaricom. And just let's go 1 2 3 ile hiyo ndio ya kisasa. Wacha na ile 1 2 3 hiyo ilikuwa ya kina Kamoto na Kanyige. Sasa ya kisasa ni called standing ovation. Flora ndio wakati nilisema tuanze, you may be seated, ndiye alichukua push to take it to make sure the organization is registered. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja kuniitisha pesa nilimuignore, nikamwambia hiyo kitu sioni kama itafanyika. She went to her bank account, akatoa pesa ya kuregister, akapush. Na wakati tulifika sasa kuchaguana leaders, akaniambia sitaki kuwa leader, I have finished my job. That's what I'm telling you. There's a transition. Kila kitu kinakwedaga na mipangilio yake kulingana na Mungu. Asanteni sana. Simu yapige makofi. Thank you. Thank you. God bless you. That is our team ambayo the circle is not my circle. I want just to be clear with you. Kuna mtu anaweza kuja kusema ni sako ya Dora. Let me give you the brief story about the circles. They are no longer individual circles. A circle ambao naona officials wako patakuja kukuambia, a circle now, this becomes a public attire. Ni kitu ya serikali. Hata kufanya makazi ile tutafanya ni serikali tupu. Maana hata wale wana supervise circle ni watu wa serikali, watu wa county and the national government. Wao ndio hata wanakuambia nenda ufungua county, ndio wanakuambia fungua county, ndio wanakupatia mpaka barua ya kwenda kufungua county. Sio kama ile zamani ilikuwa ni a one man show. It is not a one. Me, I have just birthed a vision. And the vision, once it's birthed, it is given to the midwives. Wale wanaitengeneza na wanaiendeleza vizuri. I know this is going to happen. I know you are going to conquer. You are going to win. And this is the best place. Mahali utaekeza pesa zako na kila kitu. Let me give you 2 visions before I sit down. What am I looking? When nilianzia sako hii na nikaambia hawa, najua tutaangaliana na mambo ya sheria na kila kitu, but this one we are not going kupatia watu kulingana na logbook ama loans nini titles. I have a vision where we will finance ideas, not logbooks. Did you get me? I have a vision where we will finance ideas, not because you have a logbook, not because you have a title. We want to have ideas. I have young men ambao wamefanya hii kazi but they don't have money. I have young men ambao wameshona nguo hizi but they don't have money. And they don't have logbooks, they don't have titles. I want to finance the idea, the vision idea, ile maono uko nayo. Hiyo ndio tutakuwa tukipatia msaada.
Ukiwekeza katika hii, tutakuwa na investment. Tutakuwa tunajenga manyumba. Hawa vijana ni mafudi, wale walikuwa Kamete ni mafudi, ndio wamefanya hii kazi yote. Tutajenga manyumba na nyinyi mnanunua, ama nyinyi mnafanya ile kazi mnataka kufanya nayo. So when we finance an idea, the idea will never cease to be, but your logbook might cease, your title deed might cease. Hapa nikiwaangalia nyinyi wengi hamuna title. Where do you expect utaenda kupata pesa kutoka Equity? Equity will never give you money without a title. We want to build a culture. Mahali unalete idea, tunaangalia hiyo idea, it will change your life, it will change the society, it will make things work in the society. Then that is what we shall be financing. We are encouraging you to invest. Ukifanya savings zako kulingana na sheria, kuna ile miezi ambayo you save, you can get a loan of 3 times what you save. But above all, utainvest na kuwekeza pesa zako kama unaitwa nini? Unaita? No, the other one. Jina imevaporate. Ile ya dividends. Share, nominal shares. Sorry, kisugu yangu ilishia kwa uchokora. The nominal shares, you will buy from 5,000 all the way to 1 million. When you have nominal shares, any investment tutafanya, kila chochote ambacho tutafanya, tukifanya ipatikane na faida, dividends, utakuwa kila mwisho wa mwaka unapata. That is where now tutakuwa tumekuweka kwenye level where the money is working for you, not you working for money. Because the problem we have, we work for money. That is why money will never allow you to catch it. But when you take money and let money work for you, you become a boss, you relax. Unajua wale watu wako na ideas mzuri ndio maskini sana. Kuna siku moja nilipelekea tajiri mmoja hapa, kukiwaje ilikuwa hapa. Nikampelekea idea mzuri sana ya venye tutatengeneza. Mimi ndio nilianzisha stalls hapa Nairobi nikiwa Mogeke. Na tulifukuza waidi kutoka kwa maduka hapa. Na I don't regret. Na nikipata chance nyingine ya kufukuza wale wamebaki nitafukuza tu. Kwa sababu muidi mmoja alikuwa amechukua nyumba kama hii yote na anafanya kazi ya kutukana sisi, wewe konda, wewe taka, wewe nogo, wewe nini. Sasa sisi tukachukua na ile kazi yake, tukangoa, tukawafukuza, tukakata stalls. Nyumba kama hii unakuta iko na watu 300. I'm the one who founded that. Bwana Yesu asifiwe sana. The same thing. Simunipigia kama kofi tu, acheni kusikia. Unajua sasa una imagine alifukuza waidi. Hii mtu ni criminal. Yes. If that is what we call criminal, I am number 1. And I'm ready to do it again and again to make sure our community stands. To make sure misappropriation and the misuse of our community has come to an end. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tulete revolution. Na ninazungumzia warokore. Nyinyi mumiokoka. Muache ujiga ya kiokoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mahali Biblia inasema msifanye kazi. Hakuna mahali Biblia imesema mkuwe wajiga. Waislamu hawa wametoa hii maneno yote unaona wako nayo kwa Biblia. Because Muislamu alikuwa Mkatholiki. Akahama, akaenda akatafuta Muhammad na akasema Muhammad kutoka sasa. Na wanafanya kazi. Wamechukua hii maduka zote, manyumba zote wakitumia madhabahu. Hawatumia kitu kingine. Ukiona Waislamu wanapita huko wana hiyo dhari yao wakifanya hivi wakipita ni madhabahu. They are dominating, they are capturing. Lakini wewe huko hapa ukiongojea muujiza ya Waroigi ya kuombea muujiza ikuje. Ati pokea gari. Hiyo ni ujiga. Ni wapi umesikia kuna gari ya mtu imewachwa kwa barabara ndio ende ukapokea? Gari iko na wawindi hawa wa Somali. Ndio wako nayo pale Mombasa. Peleka pesa yako huko wakupatie gari. Na gari hakuna muujiza, hakuna kanisa iko na muujiza. Hakuna pastor ako na muujiza. Umewahi kusikia pastor akienda kuchukua muujiza wake huko juu? Umewahi kusikia? Mapasta wote wanakuambia inua mkono yako juu, hapo kuna waya, shika hiyo waya. Lakini after that mzee wa kanisa anasimama kusema wazee tutakaa pande ule na wamama huko. Ajenda ni nini? Tunataka kutafutia pastor wetu gari.
Nyinyi mtoe pesa mfuko, pastor akaletewe gari kutoka Mombasa, wewe ungojea yako ikuje na waya. Nani anafaa kuwa na faith? Si ni pastor yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo, that is the problem we Christian we are having. Mimi nikiwa Mogeke tulichukua mabarabara, tulichukua ma stage zote, matatu tuka control. Yes, it was illegal, but we did it. And I'm proud I did it. And I'm happy I did it. Nikipata opportunity nyingine nitafanya hivyo. Kwa sababu wale wote tulikuwa na wao ndio sasa wanaendesha magari kwa barabara, ndio wamejenga manyumba Israel, because niliwaambia muujiza itokagi huko, ni wewe ufanye kazi. Mungu alisema nitabariki kazi ya nini? Ya mikono. Mikono iko na muujiza, atapokea muujiza hapo? Hapana, you have to work. It is unfortunate whatever we did was illegal, but in the context of understanding the gospel of God, we have to work. And by working is by making life a reality, not a fake thing. Wacha kukibiria kanisani huko 24/7, unakaa hapa kanisani maobi Katoroni maobi, Heaven's Gate maobi, ati nikomete mono godio na mbele na koma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasoma Genesis 26 nikaona Mungu Isaka ni mtoto wa Abraham mwenye alibarikiwa. Lakini Mungu alimwambia Isaka na mgani, rudi usiende Egypt, rudi uende ukafanye ukalime. Akaambia Mungu kwenda Rio, akamwambia nenda kukiwa na jua, pada kutamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuambiwa ngoja muujiza, aliambiwa dhie oreme kwenda Rio. Na alifanya hivyo ama kufanya hivyo? Na alipopada Mungu akafanya hiyo mimea ikakua. And the Bible says and Isaac became rich. He was rich until the king akakuja kumwambia namna gani? I want to worship your God. By working, by doing things possible, we were going to win. We must regain our country back. Warokore, we must recapture our country back. Jana nilikuwa Meru na nikakuta wa Meru wote ile miraa walikuwa na tulijivunia nayo yote imenunuliwa na watu wana huko. Wote they don't have. Duka zao zimechukuliwa. Muranga saa hizi duka zenu zimechukuliwa ama hazijachukuliwa? Nairobi plot zenu zile mlikuwa nazo, mko nazo wa mwaka mna? Wao wanatumia dini kutajirika. Nyinyi mnatumia dini kuwa wajiga. Bwana Yesu asifiwe sana. We must change the narratives. Tubadilike. Yesu si mjiga. Yesu alifanya maneno, alikuja akatengeneza mikate na ikakuwa mingi. Kitu ya kwanza akatengeneza muratina, watu wakakunywa. Na akaambia watu sasa nendeni mkafanya kazi. There is no place aliambia watu wasifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. We must live in the context of a reality. Tuishi, Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Sisi tumezaliwa na mama anaitwa Sara na nani? Na Abrahamu. Ilikuwaje? House girl ndio sasa natutawala, mtoto wa house girl. Ilikuwaje na iliendaje kukabadilishanwa? Sisi watoto wa nyumba kubwa tunaomba hawa. Sasa tumeajiriwa na hawa. Gari tukinunua ni hao. Juzi nilikuwa nasema Wakristo wanasema hawa watu hawataenda mbinguni. Si ni kweli? Mtu at every knee shall bow. Si ndio tuende mbinguni. Kanatigwa ito. Si kila mtu lazima amtambue Yesu ndio aende mbinguni. But before you are going to heaven, what did you achieve on earth? Mnasema hawa wataenda mbinguni, hawa watakuwa, hawa watafanyika, hawa wataidi wataenda, lakini ask yourself, wewe na akili zako za kwenda mbinguni, what is your achievement on earth? What will qualify you to go to heaven? Alipatiana talanta. How did you, ulitumiaje talanta zako? Hawa watu unachukia na unasema hawafai, hao ndio wamekuvalisha. Niambie nguo moja imetengenezwa kitambaa kama hii ya Mkristo. Iko? Niko ile kitambaa yake ya Mkristo? Hakuna. Imetoka kwa Mchina. Anaabudu mihianano. Ingine imetoka India, anaabudu ng'ombe. Na wewe unaenda kwa Mungu, mtu ambaye anaenda Heavenly Express ona kifiriti nduri wahota gwithondekera. Urathi gwika atia kwa matu-ini? No ngiwetikira. Ungetikiro no. Hakoro watwara thina. Ndumira kiredo, mugathi kwiraga Ngai ndumira kiredo. Bwana Yesu asifiwe sana. We must change how we look at things. Hiyo kitu umekalia ni ya Mshaina mwenye hata enda mbinguni. Mnasema ni ya washetani. Mbona umekalia vitu za washetani?
Hiyo nguo umevaa imeitengenezwa na Moshaina, mtu wa shetani. Umevaa nguo ya shetani unakuja kwa Mungu. Hii mkeka nimeweka kanisani ni ya Moshaina, kitu ya shetani. Hii kitu nasema hapa ni ya Moshaina, kitu ya shetani. Hii mashini zote tunabaya ni za Moshaina, kitu ya shetani. Sasa Mungu akituweka hapa, mimi hapa na Moshaina, nani atakubali aende mbinguni? Ni mimi ama ni huyu? Ugo muka inyo gutire kundu murathi, matuini gutire murathi. Na thina ucio mwinaguo mutirathi. Let me tell you the truth. No ni tibesa ndiracaria. Ni ndi mutongu. Natiga kari ndirenda kugura ndinako. Na ti nyumba ndirenda gwaka ndi ahunjia mahenanagia tondu matire nyumba na matire gakari. Nie ke ngwire ma. To ni njui kuhuthira moko makwa. Ndari muici. Tulikuwa tunaiba. Mimi ndio nilikuwa nabebea wanogo na shosho bunduki. Kwa hivyo pesa najua kutafuta na najua kule ziko. Sie fegi na no mufijiga go ya die dunyane. Mwathani agocwo. Ugo ndirafata uka ukuhendia nigetha ciana ciakwa icirie. Aca. Bwana Yesu. I have it because I know how to use my hands. I know how to use my brains. Hallelujah. Tiga igwetekera. Biashara zote sasa mko na biashara hamna, zimechukuliwa. Na mnasema mnaenda mbinguni. Let me assure you for free, kwa sababu mimi nimeenda mbinguni, hiyo nimeenda. Wakati mmoja nikiwa nimepigwa risasi nimekufa, nilienda mpaka huko, niliona huko hakuna wajika. Kule ni Abrahamu meku adomekire maundu, Isaac mekoria, watu walifanya maneno. Jacob wako huko, mtu walifanya maneno. Lakini sikuona garagaria huko. Sikuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Refuse to be poor. And you can only refuse to be poor if you become a reality person. Hii Biblia haijakwambia itakuletea pesa kwa nyumba, haina pesa. Biblia haina pesa. Biblia is a foundation and a relationship that you make with your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor wako hakuna mahali atakuletea utajiri, hana. Hata mimi natafuta, nikitoka hapa niko na kabuni 8 zangu za kufanya kazi. Nikitoka hapa nikikuombea, na kanisa yangu siombeagi watu wakuwe na pesa, na kuombea akili ifunguke uende ukatafute pesa. Na ndio nimeleta, na nikasema walikuwa wananiambia tupeleke lodging kwa hoteli kwa sababu itainterfere na kanisa. Nikamuuliza, why is it a church for? The church is meant to build the souls, and this is part of building the soul. That is the role of a church. Tiju kiago kina Bwana anasema mtabariki gutura kuka kinyari ndakori andu magikuga niekuge ciana ciakwa nacio ndici haririe gukuga aca. It is not possible. It is not that way. Lazima tubadilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa Kristo, this is the time and we must take over businesses. We must take over in kila kitu in our society. Tulea watoto hawa wetu wakijua we are taking over. Kuna siku nilikuwa Muislamu. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora Waruike. Na nikiwa huko nikapata access ya kwenda Abuja wakati walikuwa nafanya Abuja Declaration. Na nikaona zile vitu walifanya. Na niko nazo hiyo kitabu, niko na kitabu ya shetani ya Freemason, na niko na kitabu ya watu wanaitwa Abuja Declaration. Hii mpako yote unaona ikifanyika ya Waislamu. It's documented. It's documented. It's a plan. They are working for 50 years plan. Walipanga. Ukuje ulize warokole kama mko na plani. Plani ya kuwe ule ogathi sade kanithaine okuwe bahasha. And that's the end of you. These our brothers, Wahindi wako na plan. Waislamu wako na plan. Watu wa shetani Freemason wako na plan. Freemason they take only professional people with brains. They does uwezi kuya na odogo modi wako ati kwa Freemason wetekereke. They take professionals. Ndio unasikia madaktari, ma lecturer, ma architectures ndio wako huko. Watu wako na brain. Kwa Waislamu, they build their children up. I love their strategy. They have the best strategy ambayo yuko dunia hii ni Muislamu. Waliplan kwanza wakaongeza population, imeongezeka. Wakakuja na batu kuchukua economy, wamechukua. Wamekuja sasa wanataka kuchukua power. Na si Kenya tu. UK inaongozwa na nani? Inaongozwa prime minister ni nini? Sunak, ni Mkenya na ni Muislamu. Mayors 14 in the United Kingdom, they are all Muslim. When the Europe yote, Muslims have taken over. I love their zeal. I love what they are doing. If we can do, we Christians, hao ni watoto wa maid. Ciana cia mami mukuru.
ciagirwo ni gwika atia ndikane muranyita ciana cia mami mukuru ciina kirathimo tondu Isaka niwe mwana wa kirathimo uyu ungi ni mutumia endire muthe tukiona kana haha ni tugukiona kindu Ismaili ni mwana wa mutumia wa Sara toti idea ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. If only we can come together, tuache dini, tuache kusema niye de wa kanitha ka waru ingi niye de wa kanitha ka ng'ania dini wa kanitha. These are buildings. Na ukora mutheri o ni ukora kanitha ni ukora. If there is nothing you are doing that can change lives of people, hiyo ni ukora. Ikiwa mimi peke yangu ni nida atwalithie gikari kinene haha na shirika kwa moka na talitali na bigijia, hiyo ni ukora, hiyo ni ukora. I am there as a leader to lead people to prosperity, to lead people to God, to lead people to change their lives. That is what I've been called. Tirio cia kiroho ona cia mwiri na wihubega kuokega urugame wega utwarithie gakari kega. That is what I've been called for. Si ati pokea, pana. Jipokeze hata uko na mikono. Jipokeze. Asante sana. Mungu abariki sana. Na ninajua kutoka leo mtabadilika. Abia mwenzako Ukristo ya ujiga imefika mwisho. Ifike mwisho. In Jesus name. Mwambie Yesu si mjiga. Hakuna mtu tajiri dunia hii kama Yesu. Ametengeneza mabiashara zote, makampuni mingi, ni jina ya Yesu inatumika. Kama alisema use my name, in the name of Jesus things are working. Use that name and become great. Bwana Yesu asifiwe sana. He is a revolutionary. He has brought revolution all over the world. Even you, because you are a follower of Jesus, you can revolutionize the world. The time for Christians to take over is this one. The time for you. Na kama haujui hakuna kitu uko nako hivi, unaweza kwenda nako biguni useme hii ndio nilifanya. Mchukue ile kahistoria ya talanta. Zilikuwa ngapi Karaja? Kuna 5, 4 na 1. Waliulizwa nilikupatia, ulifanya nini nayo? Tawewe put yourself in that contest kwa sababu tutaulizwa. Ukaneana ke? Kana ha no with twende Sayuni. Gotire Sayuni. I'm telling you, Sayuni ni hapa. Tengeneza maisha yako hapa kabla twende biguni. Kule hatupeleki stress. Kule hatugotire na irio. Yetu gotwiragwo. Kule hakuna chakula. Chakula kula hapa. Kule hakuna gari. Kulia endeshia kagari mzuri hapa. Tia gotwiraga atakao ndahetwa chance negia kile. Hapana, chance you got it. You got the brain, you got the hands, you got leaders to lead you, you got God with you is on your side. May God bless you for now. Mungu abariki. Najua things will change. Thank you very much. Let's appreciate Apostle once again for the powerful word we have had. Si mumesikia? Hebu DJ fanya hivyo ndio wasikie tafadhali. Uko tayari? Bado? Haya basi, kabla hajakuja kuna wimbo nilikuwa nataka pia tuicheze kidogo. Inasemaga kego tago tireke do kionaga no mundu wikio gutire kindu atangiona. Si tugeiba hiyo? DJ niki, mbona unatufanyia hivyo bwana? Haya, hati na thina. Wacha ni kwanza tuende kwa species kidogo kwa sababu masaa yetu inatukubalia. Tukipata species 2 kwa watu wawili tutaiba hiyo wimbo. Ndio kama wewe uko mvivu, kazi yako ni kukaa chini kunyemeleza wale wengine, uwezi amuka uende ukafanya kazi. Mimi nimeshangaa kumbe Apostle anaongea hivyo. Apostle, hey, very strong. Wow. Semeni wow. Powerful. Apostle, mimi nitakufuata. Kama unaongea hivyo, mimi nitafuta mtu wa kuongea ukweli hivyo. Na jaribu yake kuongea naona kasadaka katapotea. Oh my God. Hori maule ataenda na sadaka. Lakini saa hii nitatafuta Apostle na mimi niongeage ya brashararoko. Kuna wimbo imeimbwa ya Kikuyu ya kwamba inasema hivi. Goria nego gacaro aira hokeku. Moiborage mathani matari na guoya. Ta Apostle.
Hebu ngoja nikwambie, biguni kama hakuna kitu umefanya, na makanisa ingine ni ya kudanganya watu na uongo. You have spoken the truth. Na wengine ukiongea hivyo unasema kama unapiga kanisa. Hapana. Tafuta ile ya ukweli. Enda kanisa na usikie kitu utoke pale. Usiingie kanisani na patipati na ukae na patipati miezi 2 au hujabadilika. Lazima ubadilike. Simameni tuchape stanza 2. Kigota. Na nikiona au dance nijue wewe ni kigota. Haya, twende DJ. Hey! Kinya dueke sonko. Sonko. Kinya dueke sonko. Twende. Twende. Makofi. Hey. Utajiri mwingi na bado nagotoga maratoga doko igesha korire washomogoda. Usiseme hivyo. Nekwiritie na kamenyoria mekaga adosho makorago hidi shove mefagite kwefako gwatwero ndugi matera maida mao kiome kichao niki matogoragia matihuro karakinya makehigeta kego tago tireke dokionaga kego tago tireke dokionaga nomodo weke ago tireke dotonaga modo weke ago tireke dotonaga. Shikiria hiyo, tutaiba tukikula. Wacheni niite hiyo wimbo, inapelekana na shughuli zetu za leo. DJ usijali, nina Mwabush, msiogope DJ na Mwabush, namwambia kuna wimbo imekuja kwa akili, download haraka. Ndio maana na delay kidogo. Otherwise tuna DJ mzuri. Tuko na Karani atakuja tuongeleshe habari ya financial what kidogo, only for 5 minutes. Mr. Karani yako wapi? Kuja utuongeleshe. Tuko na dakika zako 5. Watu wajue mambo ya pesa, kujipanga. Si kama mama mwingine mzee wake anaficha pesa kwa nyumba. Pesa kuna mahali zinafaa kuwekwa vizuri. Kitabu Karani apage faida yake hapa. Mutumio mwarekiri ogwe ugai nita tafsiri. Muthuri aroka na shilingi 40 aredetia ng'ombe. Na hiyo 40,000 akaona bibi yake ni kama ataiba hii pesa. Kuna ile sageri inaitwa jiko ya makaa. Ilikuwa imekaa pale na haikuwa imepika githeri kwa muda. Baka ilikuwa na rurenda. Badala apeleke pesa kwa sako ya Besma aweke, aliweka kwa jiko pale chini. Mahali moto inawekagwa. Kuweka pesa hapo. Siku hiyo mama akapata mahindi na maharagwe. Akakuja, akachukua jiko, kaifanya hivi papa. Na iko na 40,000. Ikawekwa pale na makaa. Moto chini na 40,000 iko hapo. Akaakisha. Sasa nyari akisha na akawekelea githeri. Mzee ndiye huyu kutoka shughuli. Akakuta jiko inawaka. Akioria neu. Akiro no ende ndahagira gititumbukite githeri. Akiro ndiroria githeri pesa siumako kwa jiko. Pesa zilikuwa zimechomeka matanyi. Huku mbele pesa inakaa hivi na imeiva pande ya nyuma. Si ulete pesa uweke hapa. Ama namna gani? Si ni sawa? Hebu niona watu wangapi wameregister? Watu wangapi wameregister Besma Sacco? Inua mkono. Kama wewe ni wa Besma Sacco, inua mkono juu. Mimi ninaomba nipewe nini hapo? Wewe wale wasichana wako kwa mlango wasimame. Registrar, simsimame. Wanaitwa nani na nani? Simama. Kai matara igwa doaya. Matike giro wa speaker hau. Simama, fanya mkono hivi. Unaitwa nani? Winnie, unafanya nini hapo? Sema nafanya registration. Una register? Niletee kopi yangu saa hii. Mimi yangu naigia saa hii hapa. Uniregister. Lazima niigie this minute. Makofi kwangu. Karibu. Asante sana MC. Ya kwanza ni kushukuru Mungu
kwa kutupatia wakati huu, na kwa committee na apostle kwa kunipatia pia chance ya kuenda na nyinyi kuangalia mambo ya hii sako. So nitajaribu kuwa within the 5 minutes, lakini kwanza nipeane story. Nikiwa mdogo, kuna ndege niliona anaitwa gware. Sijui kama tunaijua, hiyo ni Kikorea, gware. Ukipanda mahindi inaenda ikitoa. Na nikaona hiyo gware ilikuwa na watoto kama 30 hivi, wengi sana. Nikasema sasa hao watoto nitashika. Kwenda wote walilala, nile inaitwa hibernation. Kwa hivyo niliwatafuta, nikatafuta, nikawakosa. Nikishoka nikiondoka, watoto wakaamuka na wakaenda. Hiyo ni kumaanisha kuna watu wanasema ati musave. Lakini mnasave kutoka wapi? Apostle, umenifurahisha sana, kwa sababu ni lazima kwanza upate mahali ufanye kazi, upate hizo pesa, ndio sasa usave. Story ya pili, gware huyo tu. My brother-in-law akaniambia alienda akapata mayai ya gware, akaweka pamoja na ya kuku, na kuku ikatoa vifaranga. Lakini wakati walikuwa wakubwa, akafugulia na gware ikaenda. Huyo ndege akaenda, they flew. Kwa hivyo ni kumaanisha hata ukienda upate hiyo kazi unafanya na uwe pesa unaziashiria, zote zitaenda. Kwa hivyo unatafuta na zote zinaenda. Sorry. Mtu mmoja alisema ukian 1,000,000 leo asubuhi na jioni utumie 1,100,100, umelala ukiwa maskini. Sijui kama tuko pamoja. Alafu niseme kuna mama mmoja pia, Apostle, umenifurahisha hapo. Alikuwa anaambia mtoto wake, tunaona babako na anko zako na guka wenu, they are not poor because of God. Ni maskini kwa sababu wao wenyewe wanataka. They have chosen. Kwa sababu maisha yetu is about choices zile tuna make na decisions. Hiyo ingine sasa tunasema ndio sasa tuone savings ziko. Hiyo mapato unapata waza ukaweka kwa sako. Na nilisikia Apostle akiongea, nikaona akona maono, na kwa hivyo hii ni sako yaweza ikawa kubwa sana. Na history ya sako ilianzia mahali watu walikuwa maskini, na wakiwa maskini wakakusanya pesa zao wakazileta pamoja, ndio wananunua unga, wananunua rahisi, lakini wanauza hiyo ingine kwa wengine, na wakipata faida wanagawanya. Hapo ndio concept ya sako ilianzia. So sasa kuna example moja nafikiria nitapeana nikimalizia. Pesa sako vile inafanya, inakusaidia usave hata kama ni kidogo. Na kama hapo nilikuwa na hesabu nikiketi pale, tukisave 50 shillings per day 30 days alafu 12 months, utaona hiyo pesa ni gapi. Na kuna watu tulikuwa tunafanya nao mahesabu, atukisave kama hiyo 50-50, hata waweza ukapeleka kama watoto wawili wa university after about 14-15 years. Ni kidogo tu, lakini inakuwa. The other thing is that kwa hiyo pesa ukiweka ni mara mbili, kwa hivyo unapata dividends, na hiyo inakusaidia ushukue loan. Na hiyo loan ukishukua sasa ni kama hiyo tunaita capital. Na hesabu nyingine, kuna mtu alikuwa ameniambia alikuwa ameshukua pesa kama 50,000, na 50,000 alikuwa anashukua na 30,000
hizi ni vitu ziko 50,000 na 30% per month interest, na hiyo inakuletea 180,000. Unaona, unachukua 50,000 at 30%. By the end of the year umelipa 180,000 na utalipa hii 50. Sijui kama hapo tuko pamoja. Sako, kwa sababu nimefanya na sako kwa miaka kadhaa, nimedeal na hizo vitu zote. Kwa sako inashaji kitu kama 5.5%, hiyo unasikia ni 12%. Kwa hivyo waweza ukakuta hiyo 50,000 umelipa 2,700 au 2,800. Sasa ndugu zanguni, umetupa hizo zingine zote 180,000 za nini? Unaenda kwa bank wanakukibiza. So sako ni mzuri, nimepatiwa muda kidogo. Kwa hivyo ile kitu ningetaka tuelewane ni moja ni ati usipo save utatumia. Kwa hivyo niwe na discipline ya ati zile umeearn unaanza, ni kama unalipa mtu, unaanza kusave. Na ukisave after some years utakuja uone umejijenga. Na hakuna mtu, wanasema it is never too late na you are not too old ati kufanya hiyo kitu ungetakikana kufanya. Yesterday has gone, tomorrow has not come, and today is the beginning of your life. Kwa hivyo ukianzia leo, vile apostle amesema, uko na hiyo capacity ya kufanya hizo vitu zote na uwe kama wao wengine umekuwa ukiadmire. With that I think MC, thank you very much. I leave you with that. Wakati tukipatana, hii ndio kazi huwa nafanya ya SACCOS, companies, hizo businesses dogo dogo na personal finance. Kwa hivyo tukipatana tuweza tukaenda sana na tuelewane vizuri tukiwa na time. Thank you very much. Let us appreciate Mr. Karani for brief speech and powerful. You have heard it's good also to take care of your money. Sio pesa yako unaweka kwa mfuko, mara unaona haina kazi kiredo na unaenda kuona memes za TikTok. Hiyo pesa weka bwana. Memes za TikTok usiwende uone TV kuliko ushinde ukiweka credit kwa simu. Hiyo 50 unaharibu. Unachukua 50 nyingine. Ati si kuona nani akifanya nini, si kuona wacha hiyo. To save pesa. Tumpigie makofi kwa sababu ya hiyo idea. I want now to call mzee ambaye ataongea kwa niaba ya elderly people, na ndio tusikia hata watu ambao wamezeeka wanaweza wakaweka pesa ndio wakimalizia uzeeni wamalizie vizuri. Si ni sawa? Karibu sana Mr. Kemani Amos. Holera ifafa makofi. DJ hauna kawimbo yako na dadi karibu sana. Huyu ni mzee ameona mengi. Hey, twende hivyo. Wakubarikiwa umefika. Hey. Haya, asante DJ. Tupatie dadi pia aweze kutuongelesha kidogo. Na mkiona mzee ako na hii nywele ya white, ushukuru Mungu sana kwa sababu wengi wetu hatufiki hapa. Kwa sababu hiyo maneno tumeambiwa na apostle, stress. Uko na watoto, hakuna chakula, stress inakuangukia. Sasa unakufa ukiwa na age ya 40 years. Huyu ni mzee amepambana na stress na amejua kujipanga. Tumpigie makofi tena mzee. Asante sana. Kwamba kugeithania njuge atirire shalom kamutaro ikuga shalom uguo ni kuga atia hiyo ni kusema thayo muwe na amani ni undu ucio ri. Kwa hivyo ni ndakena ni undu wa gwitikiria undu gameha mbele ya msee amefurahi juu kukubaliwa kusimama hapa. Na ndagwa tule murata wi haho gwitwo Besman Sacco. Amesikia kuna rafiki anaitwa Besman Sacco. Songa huko kidogo. Na ndi murata wake. Na yeye ni rafiki wa Besman Sacco. Na njokire kumucerera. Na amekuja kutembelea Besman Sacco. Nyumire kule witagwo Korogosho. Ametoka Korogosho. Na jitagwo Amos Kimani wa Githembe. Anaitwa Amos Kimani Githembe. Na ni njitikitio horo ria mwega uria wokire
na Yashua Mesia, aliamini hiyo habari ya Yashua Mesia na niliukenagira na anafurahia, na niguo wahonokirie, ndio ilimuokoa. ina dao igure ngibitikia, Aliposikia na akakubali, ngithario ile wali thini wako wandu ile, akatoa yeye yenye ilikuwa ndani yake, ngiakwa mwako mweru thini wa akajengwa mjengo mpya. Ndirenda kuga atiriri, Nataka kusema hivi, riu ngwaria ta muthuri, nitaongea kama mzee. athuri ni moimire Thingira, Wasee walitoka katika ile nyumba inaitwa Singira, na athuri magicoka nyumba ile mwitaga sitting room, wakaenda sitting room. riu maturaga sitting room, Sasa wako sitting room, ni moimire Thingira, walitoka ile nyumba ya kando ya wazee, na magicoka magateka nyumba kamwaki kaka kagio haria thome getagwo Voi. Kuna moto ingine ilikuwa inawashwa pale kwa entrance ya gate inaitwa Voi, na kamwaki kau nako nikateithagia andu aitura na bururi wothe, na hiyo moto ilikuwa inasaidia watu wa kijiji na nchi yote, na kamwaki kau nikari uteithio, na hiyo moto ilikuwa na msaada. na riu ndamuria atiriri athuri aya mwi haha, Niwaulize wazee wenye mko hapa, mucoke Thingira, mrudi mahali hiyo nyumba ya wazee, na mucoke mwakie kamwaki karia ka Voi, na ile moto ya Voi muyashe, nigetha mutare andu aya mamenye uhoro uria wa ma, ndio hawa vijana waweze kupewa mawaidha, toria kigo gikuga maandiko-ini matheru, kama vile Bible inasema, you will know the truth and the truth will set you free. Come on, hiyo mumepata hiyo direct. Nimukamenya uhoro uria wa ma, na guo wa ma mukure ukombo-ini, mtakapojua ukweli na ukweli utaweka huru. Na ngekuwa ni murwanga yukamukura ukombo-ini ri, na kama mtakotolewa katika utumwa na mwana wa Mungu, ni gukurwo mugakurwo kuna, mtakombolewa kabisa. Wimenyere kana ni kwenyenyio wenyenyirio, ujichunge kana kwamba ulitingizwa, kana ni kumunywa munyirwo, ama uling'olewa, ukirekio uhohe, ukaangushwa uweze kupoa, nigetha thiini waku kugie mbegu ya Jesu, ili ndani yako kuwe na ile ya Yesu. Mbegu ya Jesu ndiramwita Jesu, kana ritwa ringi etagwo Mesia. Kwa jina ingine anaitwa Mesia. Mesia ni kuga Kristo. Tucoka haka metha-ini nigetha woywo wega. Ni wathio guthie. Riu uguo rathi no guo rarikira. Enda. Mesia ni kuga Kristo. Hiyo ni kusema Kristo. Nake Yeshua niwe kuga Jesu. Na Yeshua ni kusema Yesu. No translation ciare hage thina. Na hii ni utafsiri tu. Unaleta shida. Riu ngwenda kuga atiriri. Unasemaje? Angikorwo ni murwanga yukamukura kukurwo kunari, kama tutakombolewa kabisa, mukurwo tutolewe kabisa, nigetha mumehe ngai yeho yetagwo Mithira. tutonge. Kwa hiyo Mungu inaitwa Mithira. Ngai yeho yetagwo Mithira niwe hunjitio guku Kenya muno, amehubiriwa hapa Kenya sana, na niwe okire na missionary cia aria mokire Kenya, akakuja na wamishonari waliokuja Kenya. Ngai ariwa Mungu ajua. Mithira ni kuwa gĩũtheri kĩnene rĩera-inĩ, hiyo ni kusema mwangaza kubwa hewani, na Ngai ũyũ nĩ arehirwo gũkũ gwitũ, na hiyo ndio ililetwa hapa kwetu, na ti Ngai na sio Mungu, nĩ Ngai ya mũhianano, ni ya mfanano, na nĩ tũkwenda tũmenye Ngai ũrĩa wa ma, tujue Mungu wa ukweli, nĩgetha tũikare na Ngai ũcio wa ma thĩinĩ witũ, tukae na huyo Mungu wa ukweli ndani yetu. Na tondũ aingĩ anyu mena Ngai ũyũ yetagwo Mithira rĩ, kwa sababu wengi wako na Mithira. Ũmũthĩ nĩ kahinda kanyu ka kũraga Ngai ũyũ yetagwo Mithira. Leo hiyo Mungu tuyue, nĩgetha mũgĩe na roho ũrĩa wa ma, tuwe na roho wa ukweli, nake amũkũre ũkombo-inĩ, naye waondoe katika utumwa, tondũ roho mũtheru nĩ roho mũtheru wa Ngai, roho mtakatifu wa Mungu, no ti maroho ma daimono, sio maroho ya daimono. Koguo ndĩrenda mume maroho-inĩ ma daimono, tutoke kwa daimono, mũke kwĩ roho mũtheru, tuke kwa roho mtakatifu, nĩgetha mũikaranage na roho mũtheru, tukae na roho mtakatifu, nake roho mũtheru amũiyũra rĩ, akimjaa. Maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, maandĩko inasema nacio ciama ici nĩ iria icio itwaranaga na arĩa metĩkĩtie, na wale wataamini watapata hiyo miujiza, nĩ maringataga daimono, watatoa mapepo, marĩaragia thiomi njerũ, wataongea lugha, mangĩkananyua kĩndũ kĩngĩhia mũndũ gĩtikanamehio na atĩa, wakikunywa sumu kama apostol hawatakufa, na nĩ marĩigagĩrĩra andũ arĩa arwaru moko mao nao mahone, wataponya wale wagonjwa. Nĩ ũndũ ũcio wetagĩũkĩre wĩthime na Mithira, jipime na Mithira, na Ngai ũrĩa wa ma, na Mungu wa ukweli, nĩgetha ũmenye kiugo kĩrĩa ngũrĩkia nakĩo gĩkuga atĩrĩrĩ. Neno linasema hivi thĩinĩ wa mbuku ya Roma 8 mũhari wa 9, Roma 8 mstari wa 9, inyuĩ mũtitũraga thĩinĩ wa mwĩrĩ, mwishi kwa mwili, mũtũraga thĩinĩ wa roho, mnaishi kwa roho. Angĩkorwo roho wa Ngai nĩwe ũtũraga thĩinĩ wanyu, kama roho wa Mungu ako ndani yenu,
Ndio mundu utari na roho wa Kristo kama huna roho wa Kristo wake si wake. Tiko inaweka. Uka mzee. Ugama goria kiuria kimwe. We tondu wina roho wa mari. Ni agutongoretie uingire basement. Hau ni wega. Ni uingirite. Ngona njugire ndi mugeni kuo. We mugeni atia? Ndi mugeni nigetha menye sike basement. Na urameona ata kuringana na uraigua. Kuma hende ajokire ri. Ona kuma hende ndurite ndona uto. Nduri wona u. Na itithako. Na mariro kae ko kedo nyo ni undu uri ko akoro basement hano u. Hano basement. Ne keitere ya. Eni. Weri no agage ciringi cia kuigana kuiga muthenya basement. Igana. Ni uraingikena. No kono ko hoteke uguo. No wonage igana o muthenya cia kuiga. Ingicionaga ndio nacio. 50 no wonage. Teo twerwo haha. 50. Ona nucio no ngerie nyonage 5 ngakirehe. Waikie mundu aikio na thimu. Ni uri thimu. Uikio na thimu. Na kurehe guikia thimu. Ndio we. Ndukionio. Hena mundu gututariria hare tukirikiria ri. He mundu uka aturethere uria mundu abatie kuiga na mubango ni uriku uko na kalamu na karatathi haria wandike. Undu uyu ndira uthura. Ni wa ukenio niguo. Ni mwega. Kinya warikira. Kai urira muthuri ucio makofi. Uri undu na he. Thengio ni wega. Muthuri wauga kuri undu na he. Ugai he. Ndenda gwita Margaret akuja uge kwa niaba ya youth. Tupigie Margaret makofi. Niwe. You have to say something concerning youth. Wana youth wawasha kushidanga tu kwa simu all through. Pesa yako natumia na unaweka pesa unaenda kutafuta pesa. Pigieni mwanadada makofi. Na ninataka kusema mwanadada fundi mwenye alikushonea hii nguo ni kama ni fundi wa ukweli. Hakuiba material. Yote aliweka hapo. Shika utuongelesha tafadhali. Praise God. Praise God again. How is your afternoon, everyone? Is it good? Definitely. Niko hapa kujibu swali moja. How important a SACCO is. So, today I stand here before you to discuss an important topic that has the potential to transform your financial future. I'm addressing the youth and the women in general. I want to talk about investing in a savings and credit cooperative organization called a SACCO and why it is important. First and foremost, investing in a SACCO promotes a culture of saving. As young individuals, it is crucial to develop a habit of saving money for the future. A SACCO provides a safe and reliable platform where you can deposit your hard-earned money and watch it grow. By joining a SACCO, you become part of a community that encourages financial discipline and responsible spending habits. Secondly, a SACCO offers access to affordable credit facilities. As a young person, you might have dreams and aspirations that require financial support, whether it's starting a business, pursuing higher education, or even buying your first car or your home or villas, whoever loves a villa. A SACCO can provide you with the necessary funding at competitive interest rates. Unlike traditional banks, SACCOs prioritize the needs of their members, making it easier for you to access credit without the burden of excessive interest rates. Moreover, SACCOs promote financial empowerment and entrepreneurship by investing in a SACCO. You become a shareholder, which means you have a say in important decision-making processes. SACCOs also provide opportunities to participate in training programs and workshops that enhance financial literacy and business skills. This knowledge equips you with the ability to start and manage successful entrepreneurial ventures, opening doors for economic independence and self-reliance. Additionally,
SACCOs contribute to community development. Being a member of a SACCO means being part of a larger community that collaborates and supports one another. SACCOs often engage in corporate social responsibility initiatives, such as funding community projects, promoting education, and providing scholarships. By investing in a SACCO, you not only invest in your own future, but you also contribute to uplifting the lives of others within the community. Lastly, investing in a SACCO cultivates a sense of long-term financial security. As a young person, it is important to plan for your retirement and for unforeseen emergencies. SACCOs offer various savings and investment schemes that allow you to set aside funds for retirement, health emergencies, education, and other situations you may encounter along life's journey. By investing in a SACCO early on, you give yourself the gift of financial stability and a safety net for the future. In conclusion, investing in a SACCO is a wise decision for the youth. It instills saving habits, provides access to affordable credit, promotes financial empowerment and entrepreneurship, contributes to community development, and guarantees long-term financial security. By taking this step, you are not only securing your own financial future, but you're also contributing to the growth and the development of the whole country at large. I urge you, dear youth, present and those in absentia, to seize this opportunity and join a SACCO today, the BESMA SACCO today. Let's empower ourselves, uplift our communities, and build a prosperous future for ourselves and the generations to come from us. Thank you. Let's appreciate our youth representative. Si ameongea vizuri? Hata wale maybe hawajasikia kizungu, nafikiri nitawatafsiria hapo baadaye. Tupigie makofi tena. Vijana wetu lazima tuamke. Ni kwa sababu nikwambie, ukiwa msichana kama huyo na wewe uko active, nyinyi hata hamwezi jua shida ni nini. Shida ni nini? Ni yule mama unamwachia pesa ya chakula, yeye anajua niliambia mzee tutakula ugali na nini na nini. Anaangalia yenye ilibaki jana hakutupa. Hiyo ingine anaanza kusefu. Watu wanaanza kusefu wakiwa wachanga, si ndio? Ndio, sio ati ukiwa mzee sasa ndio unaanza kuulizia utafanya nini. Without wasting time, ninaona tuko karibu climax ya kufanya launch ya BESMA SACCO, and I want to call our apostle once again, because kuna wageni ambayo ametuletea. Ataita yule ambaye atakayeanza na atuletee our chief guest afanye launch, na tunamleta na wimbo. Kwa hivyo apostle, we are okay, 1 minute. Kitabu arudi tuibe hii wimbo. Simameni nyote tuibe wimbo ndio apostle atuletee. Tuko na Stacy Abara ndiye anakuja, ndio Stacy naye atuletee. Who's in the building? Where my Islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Cheza kidogo. Wewe fanya hivyo kama uko na spring kwa mwili. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you. Say it. I trust in you. In you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah, you. I trust, say it. I trust. Tell me how to do it, y'all. In you. I believe, say it, say it.
Let's go. Come on. Somebody make some noise in here. Come on, catch it, Jehovah. Apostle, karibu. I trust in you. Oh Lord, say it. Oh Lord, Jehovah, you. I trust. Haya, tunaweza kuketi sasa. I believe. Say it. Everybody say it. I believe you. I trust. Come on. Thank you, DJ. Thank you. Asante sana. Before you may be seated, tuketi kwenye viti. Simama tu hapo kidogo dakika moja. I want to appreciate people from Marigiti. Watu wa Marigiti, mkono juu. Mko na representative mmoja tu akuje, mmoja tu wenu akuje asalimie watu, just mmoja. Akuje bio before we close this chapter, because nimeona ni kama tumewaacha nje. Yes. Saidia microphone ingine. That microphone. Yes. Sorry for taking your job. Yes, salimia tu watu, kuja simama hapa. Waambie watu Marikiti kuna kuagaje. Mala ni agosho. Praise God. Naitwa Waithira Mwangi na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Si tunafanya hapa Marikiti na tumesema tukunje tujue huyu mtoto. Kwa sababu watu wa biashara wanapenda sako na tunapenda sako, tunaweza trustia pesa yetu. Kwa sababu sisi kama saa hii hivyo mnaambiwa ukienda kwa bank lazima upeleke kitu ndio upewe pesa. Lakini ukienda kwa sako utapata kuna venye mtakuwa mkijuana before ufike kupewa loan. Watakuwa wanajua wanapea mtu wa kina nani, mtu anakaa aje pesa zao. Watajua wanatrustia nani pesa zao. Kwa sababu hata usipojulikana mahali uwezi pewa pesa mahali. Na kama uwezi kuwa rafiki wa karibu na mtu, uwezi julikana, si ndio? Tuko na women rep wetu, ni yeye alikuwa ametuleta huku akatuambia tukuje tujue kwenye tutakuwa tunaweka pesa yetu. Acha aongee kidogo. Mungu awabariki sana. God bless you. Bwana asifiwe kanisa. God is good. Mimi naitwa Karo Nyambura, the former women rep. Mimi nimeretire. I'm not the current. Lakini she is the current chair lady kwa sector. In the market we have tuko na sector 28. 28 sector. Kuna vice na chairman. Sasa yeye ni vice chair wa sector inaitwa Passion. Yeye ndio chair lady hapo. Kama sasa ni sekta kubwa. Alafu Apostle, hii maono yake tunataka support. Na si kuisupport, atusupport. Maana tukileta pesa yetu hapa pia sisi tutafaidika kama wanabiashara. Na niko na mgeni wangu hapa anaitwa Karo Chebet. Si mnapenda wageni kanisa? Wanabiashara si mnapenda wageni? Atawaambia ni nani na anafanya nini, tunafanya naye. Kuna mambo mingi tunafanya ya kina mama. Asante pastor. Asante sana. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Napenda watu wachangamfu. Napenda watu wale wanafuraha. Kufuraha itakuweka mileage nyingine ya maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bas majina ni naitwa Karo Chebet. Kwetu ni Bomet, lakini mimi ni mkaache wa hapa Ngara. Kwa wale watu wanaishi Ngara, nimewahi simama hapo Ngara, tulikuwa na kina Chege, Mwaura na hiyo chama ya UDA. So labda sikutosha mboga, lakini nimelani mambo mingi. Tunafanya na Mama Recho kidogo hapo kwa ground, mambo na mama mboga. Tunafanya chini ya Dr. John Chuma, na tunasema wamama wakue kwa vikundi, wamama 10 wale wanajuana, tufanye kazi pamoja, tuingie kwa umbrella ya Mama Recho. Ni kazi unafanya, ni lazima ujitume. Usikae tu hivi bure, lazima ujitume, tufanye kazi, tushikane kama wamama, mama mboga, mama wa kanisa, tushikane tufanye kazi, tuweke nchi yetu
sababu mahali kuna mama, nani kama mama? Hakuna. Hata wasee hatuwezi acha nyuma. Kwa hii kitengo ya Mama Rachel tunaweka wamama 70%, 30% wanaume. So unaona bado hatujaacha. Karibuni sana. Wase hiyo tukatae, tumenyanyaswa. Karibuni sana, na Karo ni rafiki yangu. Tutawasiliana sana, mkimwona atawaelekeza. So ukitaka kuniona mimi niko, muona Karo, muona hata kama ni mimi niko free. I'm so humble kwa wamama, tuonane. Sawa sawa. Thank you very much. Asanteni. Thank you. God Na bless karibu you. Bomet siku moja ukipita, karibuni Bomet sana. Tutalete Bomet. Na ukiona Best Masako, si unaona hata State House hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to take 2 minutes moja tu. This is Matuda kujeni hapa. Sababu nimesimamisha hawa vijana, mliwaona wakati walikuja, those who are followers of our page. Hawa ndio wachokora wale walikuwa wengi hapa ambao waliokoka. The many, about 500 of them. Nimechukua hawa wawili kama for example. Muone what Besima has done, what the church has done, and we can transform our society. Unaitwa nani? Naitwa Paul Njiro Murioki. Paul Njiro Murioki, ulikuwa nini zamani? Nilikuwa, sema tu kweli. Pardon, sijakusikia vizuri. Ulikuwa nini zamani kabla uokoke? Nilikuwa chokora na bado nilikuwa mwizi. Mwizi wa nini? Mwizi wa simu, pesa. Na kushikia watu mafi, nani alikuwa anashikia? Ni mimi. Basi. Kama ushaishikiwa mafi hapa chini ni huyu. Na wewe ulikuwa nini? Nilikuwa mwizi. Nilikuwa naiba masimu. Nilikuwa bado nawatesa, naumiza watu. Na nini? Kuwaumiza, kuibia simu. Asante sana. Somo yapige makofi. This is a transition ambayo imetuchukua only 2 weeks to transform these people. Alikuwa mwizi wa mafi, huyu alikuwa anabeba mafi, lete ama nikuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. But now they are doing their businesses. Best Masako has financed them. They are doing great business. And on that note, I want to invite our guest of honor, Stacy, then to invite his colleague, her colleague. Simameni tu nisaidieni kumulete hapa tukiwa na mnaweza kuketi chini. Yes, thank you very much. Tumpige makofi. Ile niliwaambia ile. Yes, welcome. Thank you very much, Apostle. To all the leaders and all the all protocol observed. My name is Stacy Abala, Cooperative Officer from Cooperative Department. Please sit. Yeah, with me, before I continue, is my colleague, Mr. Davis Kathurima. And now if you see us here, we are here to present the SACCO certificate. He will talk, I will give him time to at least msikie sauti yake pia. It has been a journey to get this certificate printed and come to you, but we thank God, journey yote imekuwa ni Mungu. I was given a lot of pressure from your team here, but they did well, and today we are here. Now, just a brief talk. We will have an education day with the team. We will take you through what we expect of you and what you should also expect from us. That is a topic for another day. Hii siku ni yenu. Si tumekuja tu kuwatembelea. Kidogo tu tukiwave tukienda. But on that day now itakuwa ni siku yetu na nyinyi. Tunaelimishana. Tuko pamoja? Now, ukiona minimum save deposit ya 1,000, hiyo tu ni minimum. Tuko pamoja? You can save more if you are able to. Si lazima utoe tu your 1,000. Because remember, at the end of it, when you will be borrowing and we are giving you 3 times, it will depend on your? Thank you. So you don't need to limit yourself. Tuko pamoja? Allow me invite my colleague now, aseme kitu, Mr. Davis.
Thank you very much. Let us appreciate Stacy. Asante sana Apostle, viongozi wote, wanachama na pia potential members, wale ambao wanakusudia kujiunga na Besma Sacco. Jina ni Davis Kadhurima kutoka Cooperative Department. Cooperative Department wengi wanaijua kama Ministry of Cooperative. Jukumu yetu ile kubwa ni kuongoza zile vyama vya ushirika, kutoka kuandikisha na pia kusimamia kuhakikisha cooperative societies ambazo zimeandikishwa zinafuata ile sheria ambayo inatakana iwe na wanahudumia members kwa njia ambayo inafaa. So ningetaka niwashukuru sana kwa kutu invite ama kutu invite kwa hii mkutano yenu ya launch. It's a big day. Wakati niliingia hapa sikuamini niko niko this part of town. I thought I'm somewhere else. Tumeanza kwa ile Waswahili wanaita mbwembwe, yeah? Na nafikiria we are going to maintain those standards. Tumefurahia because wakati Stacy ndio amekuwa kwa hii safari ya kuongoza anti registration, wakati alikuja hapa mara ya kwanza, it was just an idea. You had an idea, but today you've been able to actualize, sababu imeandikishwa, mumepata certificate na mmetambulika kama cooperative society. Kwa hivyo tukiangalia ile, thank you. We can appreciate all the team, including the interim team led by Apostle and the group, wale wamewezesha iwe possible kuwa na certificate. Inamaanisha mmeingia kwa ile register ya cooperative society, mmetambulika, mmepewa idhini ya kwenda sasa ku mobilize to bring in more members, ndio muweze kufanya ile biashara ambayo mlikuwa mnakusudia. Wakati mwingi watu wanapata ugumu wa kutofautisha kati ya cooperative na sacco. Lakini cooperative kwa ufupi, sababu sitaki nichukue muda sana, najua there are number of activities lined up for the day. Cooperative society ni watu ambao wamekuja pamoja, wakaanzisha association yao wenyewe ambayo they own and they control. Wakati umeingia, umekuwa mwanachama, you'll be required to buy shares. Si tumeambiwa mambo ya shares? Hiyo shares inakuwezesha uwe shareholder. Yani inamaanisha wewe uko na portion ya hiyo cooperative ambayo tumeandikisha. Wewe ni mwanaisa. You are the owner of that cooperative. It is not owned by the team that started. It is owned by the shareholders. That is the difference between a cooperative society and a company or any other organization. That it is owned and controlled by the members. Wakati muliitwa hapa first general meeting, mulichagua viongozi, mkasema hawa ndio tunataka for now waweze kutuongoza. Any one of you has an opportunity, a chance to be voted into the cooperative society. And it is also voluntary. We expect wale ambao wako hapa wamesikia ujumbe, na hiyo ujumbe imewaguza, because lazima wewe mwenyewe kwa hiari yako useme nataka kujiunga na hiyo cooperative society. Wakati unajiunga na cooperative, unasema kidole kimoja akifanyi nini? Unataka uungane na wale wenzako, because hii ni sacco. Sacco maana yake ni Savings and Credit Cooperative Society, chama cha akiba na mikopo.
tunaweka shilingi moja moja, 1,100. Ule ako na uwezo ya kuweka 5,000, ule ako na uwezo ya kuweka 10,000. Tunaweka yote, tunakusanya in one basket, na kutoka kwa hiyo tunapeana mikopo. Wakati uko na mahitaji unakuja kwa sako yako kufuatia zile sheria, because wakati tunaandikisha sako tunakupea certificate na pia tunakupea sheria zile ambazo utakuwa unatumia, inaitwa bylaws. Hiyo bylaw ningependa sana kuwahimiza kila mtu apate copy nakala ya hiyo bylaws, because hiyo ndio inakuambia kila kitu ambayo unafaa ujue, kuanzia haki zako kama mwanachama, majukumu yako, what are your obligations, what are the conditions of borrowing, what is the governance structure, chama inaongozwa kwa njia gani, report zinakuwa namna gani. Information yote ambayo unatakana iko hapa, na hii imeandikishwa, imetambulika. So this is now to allow you to grow your wealth. Cooperative society, Kenya hii tuko na cooperative nyingi zaidi. Nairobi hapa peke yake, Nairobi County, we have close to 5,000 cooperatives ambazo zimeandikishwa, aina tofauti ya sako, ya housing, ya transport na zile zingine. Naona MC ananiangalia, labda time is not so good. Kwa sako tunatarajia, kwanza ukijiandikisha kuna muda wa kuweka akiba. Ukiweka akiba imetosha, kisha unaweza ukachukua mikopo. Na ikifika kwa mikopo, hapo ndio naona wakati mwingine kunakuwa na kasoro kidogo. Mwanachama anakuja anauliza kiongozi, nimemaliza 6 months, I qualify for how much? Anaambiwa you qualify for 50,000. Anasema nipatie hiyo 50,000. Tunasema mikopo isipeanwe kulingana na ile una qualify, ipeanwe kulingana na mahitaji yako ya wakati huu. Kama biashara yako ni ya 30,000, enda kwa sako kopa 30, not because you qualify for 50,000 ukope 50,000. Chukua mkopo kwa njia ambayo tunasema ni borrow wisely, sababu hiyo mikopo tunasema dawa yake pia ni kulipa, ndio tuweze kuzuia ile kukosa kulipa. Vile vile loan zetu mmeelezewa, najua kutakuwa na nafasi nyingine ile tunaita education program for the members, lakini tunatarajia kila mikopo, kabla tuanze kupeana mikopo, tutakuwa tumeelezwa kabisa all the conditions around borrowing and lending. Tumeelewa kabisa, tukuje tukope mikopo yetu, tufanye biashara, tulipe. That is how you grow your businesses. That is how you develop as a person. The benefits are many, and I think the youth representative here has talked about some of those benefits. There are many. You are not alone in this cooperative. Kenya tunasema tuko na wanachama about 10 million. Those are the current statistics of people who are in one cooperative or the other. Out of a total of around 50 million Kenyans, close to 10 million are members of the cooperative. Kwa hivyo tunajua hii ujumbe sio mpya. Hata nikiuliza hapa, labda kuna wangapi wako kwa cooperative moja ama ingine, a sacco or a different type of cooperatives. Kwa hivyo tunahubiria wale ambao tayari they are converted, isn't it? Tunaelewa ile kitu ambayo tunaenda kufanya. Manufaa ile tutapata ni kulingana na our involvement, ile contribution ambayo tutaweka. Sitaki nichukue muda sana, lakini tumeshukuru sana. We are going to walk with you this journey to ensure that members are well trained, to ensure that your cooperative picks up, grows. There is a lot of things that are happening. Serikali kwa sasa kuna sheria kadhaa ambazo zinafanyiwa mabadiliko. Sheria zile zinahusu cooperative society. Na najua
at one point or the other tutakuwa pia tunaita wale viongozi wa cooperative tukue na conversation nao, wafanye ile inaitwa public participation, because the cooperative movement, unajua iko movement mbili peke yake Kenya hii. There is cooperative movement and there is labor movement. It is a very strong movement that has enabled this country get where it is. Kwa sasa tunasema Kenya is number 7 in terms of having a very vibrant movement in the world. Ikifika Africa, we are number 1. We have some very big cooperatives. Cooperative ile kubwa zaidi Kenya hii inaitwa Mwalimu National Sacco ya walimu. Iko na zaidi ya karibu 60 billion shillings that have been mobilized and they are lending to their members. Unaona walimu wanajenga nyumba, wananunua mashamba, the money is coming from their cooperative society. Kuna cooperative inaitwa Stima Sacco, I think it's the second largest sacco. Then there is Police Sacco and many others, touching on every sector of this economy. And I'm happy that Besma Sacco amujabagua, amujasema ni watu wa ofisi peke yake, si ni kweli? Mmesema kama uko kwa biashara, ingia, come join. Kama unafanya kazi somewhere, come and, because when the money comes to the society, does it matter imetoka Marikiti ama imetoka CBK? Hiyo ndio pesa ambayo tutatumia kuweza kupeana mikopo kwa members. For now, we are growing the society. So the only thing I can ask the members as I come to an end is that it is our collective responsibility. Ni jukumu yetu sisi wote kuweza kufanya cooperative succeed. Kuna ile tunaita values of a cooperative society. Ya kwanza ni hiyo, jukumu yetu kuweza kuleta wanachama na kuweza kutumia services ambazo ziko kwa cooperative society. Kwa hivyo kama Besma itakuwa inapeana mikopo, tunatarajia mtachukua mikopo kutoka Besma. Hatutarajii mtaenda kupromote wanaitwa Tala na wale wengine. Yet the same services are offered in your circle where you own and you have shares. Sawa sawa. So thank you very much. Let me welcome you to the cooperative movement. We are happy that a big team is also joining the cooperative movement. Let us grow the movement together. Thank you very much, and I want to hand over to the MC to guide us. Thank you, thank you. Now, before you leave the stage, I want first of all to announce that we are live in TV, Bethel TV. Wale ambao mnatutazama kwa televisheni, asanteni sana kwa kutufuata popote mlipo katika nchini ya Kenya na nje ya Kenya. Tunawaalika katika Besma Sacco, na nitauliza mtu wa TV aweze kuzoom procedure yetu ya kujoin. Utaizoom iweke pale waione, waitazame wakiwa nyumbani kwao. Tuko watu wako tuko na TV ya Bamase TV. Bado asanteni sana wale wote mnatazama Bamase TV kwa kuungana pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Tuko na Kororia TV pia, wenye mko Kororia TV, asanteni sana kwa kuungana nasi. Karibuni sana na muweze kujoin na kuingia kwenye sako yetu. Sasa tunataka moja kwa moja tuweze kuingia kwenye lounge, na nitawaomba msimame pale, tutasimama pale hivyo pamoja na viongozi wetu tukiongozwa na Apostle. Aya basi mtasimama tu hapa kwa mkeka, hapa kwa carpet, tukiuliza guest of honors wetu wakuja wajoin hapo katikati. Na staffs wetu wakuje ndio walete hiyo urembo. Tutasimama hapa mbele mkiambatana na Apostle. 3 of you in front, the rest tutakuwa kando. Wengine wote tutasimama, na wale mtasikia mtaweza kutufuata nyuma yetu tukienda pale kwa hii dance. Niondolewe hii podium tafadhali, iondolewe kidogo podium, iweke kando. Kuna msichana anaitwa Joy, kumaanisha hii sako si yetu tu, hata kwa kizazi ambacho kinakuja kitaweza kuingia. Anatuletea makasi ile asiza ya kutapatia guest of honor.
nataka usimame hapa katikati. Hapo. Apostle akuwe katikati. Apostle be in the midst. Na wewe uko hapa mwisho. Mnaenda polepole na hii wimbo tukidance. Haya, kuja hapa, simama hapa mwisho. Haya. Oh, iko huko hiyo. Na kuna nyingine bado ilikuwa imepangwa huko. Ni sawa. Utapatia huyo msichana hiyo. Si hata iko sawa. Rudi pale Mami Joy, nitakuitisha. Then nataka hiyo wimbo tusimame sisi wote tuidance polepole. Tukifika pale ipeanwe kwa David, ni wewe utashika mkiwa na Apostle. Stacy mtakata pale. Asante sana. DJ twende. Tulisema ukionekana mtu ha dance tujue huyo ni kigota. Twende. Fanya hivi. Start moving. Let's move. Twice. Na mtu wa nini? Akwe tayari. Wapi vigeregere na shangwe? Kuja Joy, simamieni hapo. Peana makasi hapo. Hey. Angalia picha, msichana upige picha. Unayeomba kila siku. Thank you. Hey. Asante, sasa rudisha. Twende tukifanya hivyo. Wakati wako umefika. Ubarikiwe nawe Bwana. Uliyefungwa na dhambi. Natangaza uwe huru. Thank you very much. Thank you very much. I think we are now at the very point where we are supposed to launch the circle officially. This is a wish that with the launch, we are going to be happy with the services and the product this circle is going to be offering. It's a big start after a very long time, a very long journey of registering and dreaming about it. Finally, we are there. So let us appreciate the team that has been responsible for all this. Tuwapigie makofi kidogo. So what do we say? Best Masako? Best Masako? Best Masako? Wale wako nyuma wajapata message. Best Masako? Best Masako? Thank you very much. Moja nita count, mgoja ni count 1 to 5. 1 2 3 4 5. Yay! Wapi vigeregere DJ? Mikono juu. Let's sing. Hey. Everybody, fanya hivi. Mikono juu. Itajifungua. Hey. Wapi vigera? Mikono juu. Hands up. Hey. Celebrate good times. Come on. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Celebrate good times.
celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Everybody, come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. Thank you, DJ. We gon' celebrate and have a good time. We are going to have a photo section. Tuchukue picha kidogo. Director kuwe pale na wageni wake wachukuliwe picha moja pande hii. I think we can take at the board there. Go and stand at the board there. At the board we take a photo there. Haraka picha 3 4. We may be seated, tukae chini. Tuchukuliwe picha na nyinyi staffs mtagoja. Hao ni wageni wetu wenye walikuwa wamekuja. Kuja pasa na wewe pia. Join us there and the lady and you join there. Join there. And then kwa picha. Tuchukue picha hiyo haraka. Chukua hiyo ya kwanza. Na msmile tafadhali. Apostle. Niye digo hujagioguo. Nimekulike. Unahubiri poa. Join there. Wageni wote wasimame pale. Chukua hiyo picha haraka. Tukimaliza hiyo tauliza hii iwekwe hapa izumiwe. Ndio wenye wanatutazama kwa TV wanaweza wakapiga picha wakiwa kwa nyumba na wajoin the circle directly. Haya, mko chonjo? Are you ready? Haya, semeni 26. Sapati. Iko sawa, thank you. Ondokeni. Utabaki pale Apostle abaki pamoja na staffs mwende mpigwe picha haraka. Igieni haraka. 1, kaeni chini, kala hivi adhuri. Kaeni chini. Kala hivi. 1 2 lakini venye mmepangana ni sawa tu, no so right. Ni sawa. There 1 haya, scoot hapo ndio picha itoke poa. Haya 1 hata huyu wa scoot. 1 hiyo ni ya staffs. Hiyo picha tutakuwa tunaitumia mara mingi kwa Facebook, kwa Instagram na wapi. Na muonyeshane tumaini. Mama onyeshana tumaini tafadhali. Meno. Na hata kama huna meno tuonyeshe hiyo nini. Mgwazi, thank you, hiyo imeisha. Asante sana. Wale wengine utahitaji picha ni baadaye. Asanteni. Watoto wa Apostle kujeni. You Apostles babies. Join Apostle. Na ni watoto wa nguvu sana. Piga hiyo kwanza. Hiyo tungepigwa pamoja kwa sababu huyu mzee John there. Nani mwingine angetaka akuwe mtoto wa Apostle? Kama ungetaka uwe unaweza join hiyo picha. Thank you very much. 1 labda walete. Thank you. 1 2 3. Thank you so much. Asanteni. Now turudi nipatie hiyo podium hapa tumalizie. Ya mwisho ni vote of thanks na tuombewe chakula tukule. Then from there nitaita David akuja apeane certificate officially. Kipeana hii certificate our chief guest chairman wa Sako Apostle akuja hapa na watu wawili iweze kuwa presented officially certificate ya Sako. Msimame hapo mchukuliwe picha. Kujeni pande hii kwa sababu ya screen. Hapo ni sawa, ako wapi? Catherine, wherever you are needed here, please come running. Best Masako ni ya mambo ya chap. Come running. Thank you, Shared. You ni vice chair, akae hapo. Mfuatane. Chairman akuwe bere. Vice chair afuate. Treasurer namba 3. Hivyo, mwende hivyo. Then present to them. Do you have anyone to say? Karibu. Thank you very much. It's now my pleasure to present the registration certificate and the bylaws to the
management committee of Besma Sacco. With this certificate, they do not require to renew. So once we have registered this cooperative, we expect it will even transcend the generations. Hata watoto wenu. We are not foreseeing any end to this cooperative. We expect watoto na wajukuu watakuwa wanachama wa Besma. So this is the foundation that you have set for intergenerational. So thank you very much and receive the certificate. Asante sana. Natumai wale mnatazama Bethel TV mmeona Besma ina certificate. Bamase TV the same, Kururia TV. Tunawalika nyote muungane nasi na mtaelezewa ofisi zetu ziko wapi na vile unaweza ukajoin sako yetu ya Besma, which means bright better banking. Everybody say bright better banking. Again, bright. Thank you. Asante sana. Tunaweza tukaketi. Nasikia kuna kikundi inataka kupigwa picha kina Jijo. Kuja hapa kit. Kujeni mpigwe picha hiyo kikundi yenu pamoja na chairman. Kuna watu wanataka picha moja. Yes. Thank you. Kujeni tupigwe picha ya mwisho. Kuna kitu nitaka izumiwe kidogo, niongelele kidogo, then inaweza letwa hapa mbele. Who can bring it or you can zoom it? Kwa sababu ya wale bibi wako kwa TV, iletwa hapa mbele. How to join. Na hiyo nitaomba kuja wewe tuelezee how to join the circle. Ni nani kiongozi wenu? Kuja kwa haraka na kupatia 5 minutes. Or who is who? We kuja nipigwe picha. Mnataka pale ama hapa? Basi pigiweni pale. Kikundi mnajitaje? Wanaitwaje kikundi? Dhigira kuja ni picha yenu haraka Dhigira. Kwa sababu hiyo ni chance nimewaibia ya Dhigira. Ukai hadhigira muhoro bisa. Ukai hadhigira muhoro bisemwe hamwe na CEO wetu. Aya tuhoro bisemwe. Hiyo ikiisha tuelezewe kidogo kuhusu hii. Okumeredera kulia mtu akujoin ulikie tuhoe. Ni kule Hot TV ni. Aya asante sana. 1 2 3 ikaraidhi. Neguga dhani ne anyu muongerero kashubali. Haya asante sana. Ningeomba unaitwa nani? Jane atatuelezea how to join. Tukimalizia hiyo niita vote of thanks tuombe kwa ajili ya lunch. It's your time now. Ukaribie hapo na unaguza na mkono hii. Hii mkono unasema number 1 ndio hii, unaelezea registration. Pande hiyo. Okay mwana ole. Kinyita microphone na guoko kukoge. Rugama mweno. Urugame haho guo. Guoko kwa right ukahutia ha mwisho. Sawa. Ni unaonekana kwa hizi TV zote. I'm Jane Karanja. Yes. I'm the treasurer of the circle. Now, how are you going to join this circle? One, you need to register. You need to register with 1,000 shillings. With 1,000 shillings, then you pay the share capital of 5,000 shillings. Then from there, you can pay the saving deposit monthly of 1,000 shillings or more. Then the third thing, you need to pay the deposits. These ones don't have limit, so that you can get the loan deposits times 3. So this one has not limit. For those who don't have a means of getting money, you can pay even 50 shillings per day. So those who in business can pay 50 shillings per day through our pay bill number 400200, account number 15890. This money goes to Besma Sacco account in Cooperative Bank. Thank you
and we welcome many to join. It doesn't matter whether you are old or young, whether your business is small or large, everybody is welcome to join this circle. Welcome. Asante sana. Natumai Jane utarudi hapa. Yes. Sasa hiyo kizungu yako upunguze kiasi, uongee na Kiswahili haraka. Kiswahili haraka. Sema kujiandikisha, anza na kujiandikisha. Uwe mwanachama. I'm not very good in Kiswahili but I'll try. So, kuwa mwanachama unalipa 1,000. Kulipa capital share unalipa 5,000. Kulipa pesa ya mwezi, we call it deposit, unalipa a minimum of 1,000 per day. Unalipa 1,000 per day. Na ukiwa per month. Sorry, per month. Sorry, per month. Kila mwezi. Na tunasema ukiwa huna this 1,000 per month, unaweza lipa shilingi 50 kwa siku, na hii utaendelea kuunganisha pesa yako. Tukipeana loan, hiyo pesa umeweka kila mwezi ama kila siku, tuta multiply mara 3 ndio upate loan yako. Pesa yako utaituma kwa paybill 400 account number 15890. Hii pesa yako itaingia Cooperative Bank na utapata message kwa simu yako kukuambia imeingia Besima Sacco kwa account yetu. Asante sana. Fanya photo of thanks tafadhali. Thank you very much. Today the Bible says, okay. The Bible says, gold and silver belong to God. Na utajiri wote Mungu atatupatia, na tutaipata vipi? This method mnapewa na Besima Sacco itakusaidia kupata utajiri wako. I wish to give a vote of thanks to all of you who have attended this function. First of all, I want to thank God for enabling us to come here. Some of us have traveled from far, and God has protected us, and you have been able to arrive here. The second thing, I want to thank the apostle for making it possible kwa hii circle to be formed in this area, because it is going to help us to lift up the living standard of the people around Nairobi and other areas. I also wish to thank all the members who are able to come to this meeting, na tutaendelea vizuri. I also wish to thank the media. Their availability means a lot. So welcome here. We also thank the elderly people. Age doesn't matter. You can still start saving at 60 or 70 or 80. Thank you for coming. I also wish to thank the diaspora people who are watching us, those in other African countries, and we welcome them to come and join our circle. Thank you all for coming. Thank you. Asante sana, tupigie Jane makofi. Hii shika upeane pale. Jane ni ya kuweka certificate, iwekwe hapo ndani. Basi nataka pia kuwashukuru wale wote ambao wanatazama katika runinga the Bethel TV. Mungu awabariki sana kwa kuambatana nasi popote mlipo. Tuko na Bamase TV also, tunasema we salute you. Continue following us and God bless you so much. Kororia TV also, asanteni. Na kama vile umeonyeshwa jinsi ya kujoin, it is very simple. Namba ya simu iko wapi? Kuna namba ya simu ya, nafikiri naweza wekewa namba ya simu iko hapa. Vuta hii namba ya simu tafadhali, just in case wale wako kule, unaweza piga hii namba ya simu, this one here, so that if you want to join unaweza kupiga simu upewe maelezo popote ulipo. Wenye mnatazama kwa runinga, namba yetu ya simu ndio hiyo, na ukipiga na unaona ni Coffee Plaza Meza Main Floor, ukija pale
na utaweza kuwa umefika. Asanteni sana. Ninataka sasa tuweze kuomba. Okay, asante. Once more, I wish to welcome the diaspora people, those in America, other countries of Africa, those in Australia, and many other countries. We welcome you to join Besma Circle. Those who want to invest, they can also invest through Besma Circle, because we intend to have an investment platform in Besma Circle. Welcome all to join. Thank you. Asante sana, tunawakaribisha wote. Ninaomba tu moja kwa moja tukimalizia tufanyiwe maombi, na ninaona apostle uje tuombe, ni kwa sababu na ubarikisha watu hawa waende watajirike na wapate mapesa. Mimi ni mmoja wa Besma Circle, nimejoin leo, nipigieni makofi. Matunda ya sherehe za leo. Na nilipopigiwa simu nikaambiwa nikuje, siku sita nilikuja direct na nikakuta ni mahali pazuri, na sikuwa najua ile nguo nilivaa itamatch na theme color. Nipigieni makofi jamani. Kweli. Na mimi ninaitwa, ulikuwa umelala kwenye kiroto. Nakwambia kwa Doto Direct. Yes. Ninaitwa MC Sugarcane. Hiyo ndio majina yangu, ama Pastor Kegwa. Nitapeana namba yangu hapo baadaye baada ya maombi. Karibu sana. Eta kwa Kegwa kana Sugarcane. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutikiruga mena igoro twa tuharirie ndashito. Wenogore hanini ta wenogore. No huro ka selfie uge uma Intercontinental uma Serena. Ni manyereta guthiururuka guko. Wenogore rege. Ndiakwirwo wenogore nigetha irio gataka hinguke ni undu akira kiraingira. Yes. Thank you. Mwehura ka selfie. Ndiamuhendeke mwe ka selfie. Na tumire mundu no mwire atiriri ni Bethel Clouds TV neho apostle ahujagia Bethel Clouds TV, and you can share now. We are live. We are also having Bamase Yakueoni na Ketjijo. We are all on na Kororia na igenyike maina yako iko on. Yes, itakwate Kupendeza TV hata hiyo iko on. We are live. We thank God for this. This is a dream come true. Mwambie mwenzako, this is a dream come true. This is a dream come true. Yes, you can make it. If Dora has made it, mwambie you can make it. Mwambie kama Dora na uchafu yake yote amefanya, na wewe mzuri hivyo, si utafanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tushukuru kwa sababu na sakini chakula naonaga inaobeagwa na wamama, lakini wacha tu, sijui ni kwa nini umenichagua hivyo. Sasa tuombe, fugeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu na kushukuru. Hakika haya ni mapenzi yako. It is not my effort. It is not our effort. It was not even in cooperation ama anything that came together to make it real. It is you who made it real. We worship you this afternoon. We glorify your name. You are the King of Kings, the King and the Lord of Lords. We lift up our hands and say, there is no one like you. You are the only God we worship. You are the King. You are the Holy of the Holiest. In Jesus' name, we worship you and trust you. Somebody say amen. Amen. Chakula nimeibarikisha. Najua Mungu sikia nikisema bariki chakula. Wakati nimesema is the holy of the holiest, iko sawa. Thank you. Tupigie apostle makofi. Sasa tukae chini niwaambie vyenye tutakula. Tuko na wageni wetu, ninaomba ushers wakuja kwanza wa guide our guests. Waende wachukue chakula pale, mtaonyesha mahali ya kunawa mikono. Tukianza na wageni, au wengine tutaenda pa tables kwa sababu space yenye iko pale ni dogo. Na ninaangalia wale ambao ni wazazi wetu ndio watafuata wageni. Wazazi hapa ndio wage kashukari na kadhia kaiguru na kageka kagoa. Tuanze na wale wazee wapate chakula, tukiendelea hivyo as we wind up. Kwa hivyo I urge you please with the humble request, our guest of honor, think you proceed there for food.
Welcome to the launch of Besma Sacco on 11th November 2023 from 10 a.m. to 2 p.m. Besma Sacco is located at Coffee Plaza mezzanine floor. Besma Sacco aims at empowering and transforming the lives of individuals in our society, small-scale businesses, and corporates through savings and credit, financing them to financial independence in line with the bottom-up policy and Vision 2030. For more enquiries, contact us through 0712 228 490, 0712 228 490. Besma Peniel, your financial solution. Chukua namba. Okay, chukua namba yangu ya simu 0721 35 48 49. Na nimefurahi nimepata Koki hapa. Koki, yani Koki, wewe ulijua mambo ya Besma na wezi niambia. Apostle Koki ajulikane ni nini? Hata asemi ananijua na ajai niambia. Nimempata hapa nikauliza why. Asimamishwa saa 2 kuhubiri. Aenda saa 2 aende akatangaze Besma Sacco. Jua ajai niambia. Thank you very much. Thank you. Haya, namba yangu ni 0721 35 48 49. Asante DJ. Tupatie wimbo ingine. Hata hiyo tu wakati wa kubarikiwa. Kegota kwanza rudia Kegota. Welcome to the launch of Besma Sacco on 11th November 2023 from 10 a.m. to 2 p.m. Besma Sacco is located at Coffee Plaza mezzanine floor. Besma Sacco aims at empowering and transforming the lives of individuals in our society, small-scale businesses, and corporates through savings and credit, financing them to financial independence in line with the bottom-up policy and Vision 2030. For more enquiries, contact us through 0712 228 490, 0712 228 490. Besma Peniel, your financial